basi tukutane hapa sasa hivi kwa sababu tayari bwana Feed Q ameshaingia ndani ya mjengo, na right now tunaanza kwa sababu ya huyu jamaa tunapaswa kuwa naye sana, na kwa sababu ya ukubwa wake tunaamini kwamba hizi session hizi hazitatosha, kwa hiyo inabidi tuzikimbize vibaya sana. Kwa hiyo na wewe inabidi ukae hapo pia ili uweze kwenda nasi sambamba. Unaweza ukatuachia pia maswali yako kupitia YouTube yetu ya EFM Tanzania, na wakati huo pia kwa wale ambao wanatumia mtandao wa X, zamani ulikuwa unaitwa Twitter, unaweza ukaniandikia hapo pia. Alafu kuna account zetu mama za EFM Tanzania kote tu YouTube, EFM Tanzania YouTube, halafu vile Instagram, na vile pia hapo X unaweza ukatuwekea, au sio? Na kote hapo tutaweza kuwa katika njia moja na kuweza kusoma mawili matatu. Nirudi kwenye playlist ya ndugu yangu hapa, anaitwa DJ Mbu bwana, leo ametukumbusha baadhi ya tracks kali sana za miaka ya nyuma. Alianza na Mbwene Yesaya AY yule, alafu tukasikiliza New York ya Ja Rule, Fat Joy, pamoja na kuna Ja Rule, Fat Joy na Jada Kiss, moja kati ya nyimbo bora kabisa ambazo zinawakilisha majiji, au sio bana? Yes, Asha Raymond, You Remind Me tulisikiliza, tukamsikiliza pia Body on Me ya Nelly pamoja na Akon na waifu wake wa sasa. Kipindi hicho walikuwa ni wapenzi tu, inaitwa Body on Me. Ashanti alikuwa momo. Iveta tulisikiliza, tukasikiliza AY Usijaribu, au sio bana? Yes, halafu tulipata nafasi ya kumsikiliza mtaalam Blue, mmoja kati ya wasanii bora kabisa wa muda wote Tanzania pia, ambaye naye uwepo wake bwana kwa miaka yote zaidi ya miongo miwili amekuwa katika ubora ule ule, na amekuwa akifikia vile viwango ambavyo alikuwa navyo wakati wote, na hata alipopitia katika wakati mgumu zaidi kwenye maisha yake, alirudi akakaa kwenye mstari tena. Pia ni moja kati ya watu solid sana ambao tumebarikiwa kuwa nao. Sasa tunakukaribisha kwenye The Classic ya leo, na nimekwambia leo ni very very special kwa sababu Mr. Farid Kubanda aka Feed Q is in the house. Farid Kubanda, karibu sana. Yes. Feed Q, mambo vipi? Wana fresh. I heard Marva. Vipi? Mwondoa biti mbona? Biti imeisha wakati tunasalimiana hapa. Ulikuwa umeitamani hiyo hapo hiyo. I heard my fantasy the main gosh say okay, so make another gosh. Ninjas was playing the day, so we parted ways like Benny. Bana. Napenda sana hii biti. Unaipenda? Mimi nilikuwa sijui bwana. Mimi nimejiwekea tu bwana. Hizi ndo salamu sasa. Salamu imenirudisha mbali. Salamu za ngosha ndio hizi bwana. Na hii ndio inavyotakiwa sasa. Ukiwa unatajwa kama ni bora wa muda wote, ukianza lazima uanze na ile na salamu. Na salamu. Kujua kwamba uwepo wako hili dundo ni classic kabisa. Dundo ni classic kabisa, na nashukuru kwa sababu limeweza kunirudisha katika vibe lile kwamba sasa kweli leo nimekuja katika interview. Sijafanya interview siku nyingi sana. Bwana, interview yetu ya mwisho mimi na wewe tulifanya wakati ndio kwanza na hamia EFM. Ilikuwa ni mwaka 2016. Kwa hiyo tuna jumla miaka 9 bila ya interview. Yani libakia kidogo tupige decade. Na ambulance. Yani kidogo tupige ni mlongo sio. Ilikuwa bado kidogo tupige decade. Kwa hiyo lakini pia mara nyingi inakuwa wanasema inakuwa worth it kwa sababu katika hichi kipindi chote na mimi nakuwa napitia vitu vyangu na wewe unapitia vya kwako. Kwa hiyo siku tukikutana tunakuwa tuna mengi sana. Asante sana. Bwana, mmemwona lakini tena swali langu ni kwa nini amekuwa hafanyi sana interview bwana Farid Kubanda Feed Q? Unajua mapema twende. Umeanza mapema lakini sawa. Swali la msingi. Unajua interview mara nyingi mimi binafsi wasipendi kuja kuongea katika interview kama sina jambo la kuongelea. Sipendi hizi interview za unakuta unaambiwa sijui Baba Levo kaonekana juu ya meza wapi unamwona jambo. Mimi sipendi hizo interviews za design hiyo. Napenda nikifanya interviews na kuwa na jambo la kuongelea ambalo ni sahihi na naona kabisa kwamba binafsi kwanza litakuwa linanifaidisha. Umeelewa vizuri, lakini pia linaenda kufaidisha watu, pengine labda kuna madini wanaweza kaokota na vitu kama hivyo. Hizo ndio interviews ambazo nakuwa na prefer. So sijafanya interviews siku nyingi, but
I'm glad to be here. I'm glad to be here. Miaka 9 sio mchezo. Yeah, sure. Umeona? Nafikiri tuna mengi na nikutoe tu wasiwasi. Leo nina mpango wa kujibu kila swali. Kila swali Yes. Wapiga makofi kidogo. Sasa haya Hiyo ndio ahadi na wapa. Kila swali linajibiwa leo. Sasa na mimi naomba niweke ahadi yangu moja. Yeah. Mimi ninaamini kuwa kutokana na catalog ama discography yako, hizi the classic na wewe tunaweza kufanya hata 10. Umeona? Kwa sababu ya content ambayo yaani unajua kuna watu ilikuwa inafahamika kabisa kwamba fulani akija. Sasa kwa mfano mzee wangu hapa na watu wamekuhitaji. Demand ilikuwa kubwa. Wewe J-Mo, Ambwene, Sugu, yani tunaweza tukapiga hata 10. Kwa hiyo unapopatikana ndio hapo tunapiga, then tutasubiria panapo uzima na uhai. Kwa hiyo sasa nilikuwa nakuomba, naamini tunapiga episode 2, si ndio? Definitely. Yeah, leo wiki hii na Jumamosi jana. Kwa leo tunaanza hapa kwanza kwa sababu hapa ndo patamu zaidi. Sawa. Tafiti zangu zinaniambia kuwa miaka rasmi yako kwenye game ni 23. Rasmi. Uko sawa. Rasmi kwa maana ya professional artist. Msanii professional. 23. Lakini kama msanii kabisa niko muda mrefu. Mimi nimeanza na sanaa nikiwa mdogo kabisa. Kwa tukijumlisha 96 Sugu anakuja Mwanza kwa mara ya kwanza. Alimkuta tayari mimi nafahamika Mwanza. 96. Yes. Umeelewa vizuri? Yes. Na ukicheki vizuri 96 kwa mfano kama 92 mimi niko na miaka 10. So 96 atakuwa na miaka mingapi? Inakuwa 14. Exactly. Nilikuwa nakinukisha nilikuwa na miaka 14. No, mama kabisa. Yaani msanii fani ambao wanakuja wasanii kutoka Semba. Unajua Mwanza tuko karibu na Kampala, tupo karibu na Kenya. Sure. Kwa tunapata wasanii wengi wanatoka Kampala, Kenya na Dar es Salaam. Nilikuwa nawakilisha jiji. Enzi hizo nilikuwa na umri huo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hata mambo kuja kuhamia huku na nini sana ilikuwa ni swala la studio. Nilikuja kurekodi kwa sababu ya demand za watu. Kwamba bana na wewe inabidi uende ukarekodi. Tushakuchoka kiasi cha kuja katika mashow na kila kitu. Kwa mimi ni yule msanii au MC ambaye nilipitia kwenye shows. Umeelewa vizuri? So na hiyo ni moja kati ya strengths zangu. Mimi nilipatikania kwenye shows. Sio msanii wa kumsikia katika radio au kutana na ngoma zake studios au wapi. No, mimi ni msanii ambaye nimetengeneza jina kwa kupitia shows. Sisi tumeelewana vizuri. Alafu ninapokuambia kwamba nimetengeneza jina, sio jina la masiara unalijua wewe. Jina la ngoma ambayo umepiga katika show fulani, watu wameikalili, kuja katika show nyingine ukiipiga, wanaimba na wewe. Kwenye show haije kusikika redioni wala. Inapigwa beat. Yaani watu washakujua bisa kwamba ikipigwa beat labda ya Craig Mack. Wago na dole lako fani unapiga. Sijui umeelewa vizuri. Au ikipigwa beat ya labda da Brat. Kuna ngoma yako fani wewe unapiga, au ukipigwa labda beat ya Tupac au sijui umeelewa vizuri. Yes, tunazungumzia enzi hizo 96. Umeelewa? Kwa hiyo ni ile hali ambayo unakuwa underground king. Underground king kwangu mimi ninavyodefine ni kwamba hauko kwenye media, hawakusikii lakini mtaa unajua kuna mtu anafanya kitu. So unapokuwa kinahitajika service yake wanakwambia bana kuna huyu anaweza akatuwakilisha. So it's actually one of the things ambazo zilipelekea Professor J na Simple X wako wanakuja Mwanza likizo kwa sababu mama yao alikuwa anafanya kazi posta Mwanza. Kwa hiyo wanatoka shule wanakuja likizo Mwanza. Kwa walivyofika kwa kuna mshikaji wangu amekuwa anacheza naye basketball. Akawa amenizidi umri. Akawa mshikaji yake na Professor J. Wamekuwa naye kwa Kimara wapi? Watamuita Isaac Thomas, anafanana na wewe unafuatilia basketball. Isaac Thomas unafahamu. Exactly. Alibidi hawa introduce kana Professor J kwamba nasikia hapa mji huu kuna Kontawa hapa ambaye masuala na michango manini inaweza kuwa beneficial kwa kumfahamu huyo Kontawa. Umeelewa vizuri? Ndio akaja akawaleta kwangu wakawa shikaji zangu. Mimi nilipokea siku moja Professor na Simple X siku moja. Wakawa wamekuja kama mtu na brother yake wakawa shikaji zangu siku hiyo hiyo. Walinitembelea Nakuta mimi na midundo kwenye chrome tapes manini, chrome tapes mimi na chrome tapes. Labda nifafanulie hapo kwanza. Ni zile tape ambazo zilikuwa zinatumika zamani kabla ya CD. Unakuta kaseti ina quality ya CD. Sasa hizo zilikuwa zipatikane kirahisi. Sisi kwa tunapata kwa sababu ya tulikuwa na connection na watu wangu Kampala na connection na watu wangu Kenya. Kwa tulikuwa natumiwa zile. Situmizi zikiwa empty, natumiwa zilikuwa zina midundo ndani. Na midundo yenyewe utakuta kuna midundo ya hip hop, sometimes kuna midundo ya dancehall, kuna midundo sometimes ya reggae. Yaani wewe ili madi umetumiwa mdundo, unataka kusikia mdundo as an artist, all you wanna hear ni beat tu ile. Bas.
uangalie unaweza kufanya nayo kitu gani. Umeelewa vizuri? Yes. Na enzi hizo ni enzi ambazo beat nyingi tunazipata kwa DJ. Umeelewa? Ma DJ kwa sababu kwa na access ya muziki wanapata vinyls, unakuta vinyl ndani kuna ngoma ya msanii labda kwa mfano let's say nani labda Apache. Unamjua Apache? Alifanya ile gangster boogie. Gangster B. Simalizia neno ya mbele. Asa yule ni moja kati ya wasanii ambao ilitoka ile Gangsta B ikiwa ina version tofauti na radio edit, ina instrumental inakuwa zile beat chorus nini na afu kuna instrumental tu peke yake. Exactly. Sasa zile unazipata hivi unazipata kama kwa una ushikaji na ma DJ. Kwa pale mwanzo kwa kuna ma DJ watu wanaotoka mtoni. Exactly. Sasa mwanzo kwa kuna ma DJ kama Young Millionaire au DJ Eddie Grand wakoga na hizo vinyl LP mnaziita. Zina hizo beats na kila kitu kwa napelekea chrome tape ile wananikia zile beats wanarekodia katika mtambo wa club. Kwa mimi nakuwa na access ya midundo kibao. Kwa ukishakuwa na midundo kibao inakupelekea unakuwa unaandika vitu katika style tofauti nini, na nafikiri ndio ubaya ulianzia huko. Umeelewa vizuri? Lakini kihistoria muziki sisi wote tulikuwa tunaintroduziwa na ma DJs. DJs ndio kwa introduce muziki mpya. Unaenda kwenye party fulani ukuta DJ Bonlava anapiga ngoma fulani kali unamfuata kwa sababu unajuana naye. Vipi po? Huyu nani akamwambia bana huyu Method Man hii au hai kaitoa juzi tu hapa nini. Lakini alimsample na nini? Alimsample Marvin Gaye hapa katika nini? Sijui umeelewa vizuri. Anakuonyesha pale vitu noma nitatafuta check it out. Au kama vipi unaweza kuniletea tape nikakurekodia. Wana ma vinyls zamani. Sure. Yaani nataka nisisitize kwamba muziki hapo zamani tulikuwa tunaintroduziwa na ma DJs. Ma DJs ndio wanatambulisha muziki mpya. Kwa hiyo kwa napelekea wasanii inabidi wao na ushikaji na DJ. Ma DJ naanza na lawama kabla tuendelea mbele. Ma DJ wa siku hizi hawatambulishi muziki mpya. Ila wanapiga muziki ambao wanauona unapigwa sehemu nyingine. Ambao hasara yake ni ipi? Hasara yake ni kwamba sio kila muziki ambao unapigwa sehemu nyingine kila mtu anaupenda. Umeelewa vizuri? So inapelekea unasikiza radio unasikiza muziki ule ambao kama useta kituo kingine au TV nyingine au nini, lakini huo unaenda kusikia tena club na kwingineko. Kwa sababu ya kitu wanaita trend. Exactly. Ingia mtandaoni akaona this iko on trending. Yes, na anaenda kupiga hiyo. Lakini wamekosa ule uwezo, ile skill ya kuwa na ile skill kwamba hii ngoma inatakiwa ndio niipige iende. Badije zamani kwa wanaamua ngoma gani waipige na inaenda. Na inapelekea mpaka huyo msanii anaamua kuitoa hiyo ngoma official. Yes. Yes. Kwa sometimes pia wasanii wanashawishika kufanya nafasi ya muziki kwa sababu pia DJs wamekuwa na nguvu ya wenye ushawishi, sio? Inategemea na msanii mwenyewe na sanaa yake. Umeelewa? Kuna wasanii wengine hawafuati trend kama Fikiwa hafuati trend. Nakubali. Umeelewa vizuri? Mimi nipo kwa ajili ya kufanya sanaa yangu, kwa hiyo sifuati trend. Unaweza kawa watu wataka kusikia mdumange tu, wataka kusikia kitu kingine, mimi bado nitafanya hip hop. Watu wanataka kusikia hip hop tu na mimi nafanya mdumange, mimi naweza kabakia na mdumange kwanza. Umeelewa vizuri? Unatuvuruga manake. Sasa Fili, at the age of 14 hiyo, the first MC, kwa sababu unajua huu utamaduni bwana, yani ukiuingia hivi unakuwa kama yani unauingia mzima, lakini lazima somewhere hapo kuna mtu wa kwanza ulimuona. The first MC ambaye alikusisimua kiasi ambacho ukaona at that age hiyo ndogo kabisa ukaona hata hapa ndo lazima niingie hapa. Yani kitu cha ajabu kuliko vitu vyote. Na brother yangu mimi ni ustaz sasa hivi. Mashaallah. Ndio mtu wa kwanza nilimwona mimi ana rap. Kwa kujifurahisha tu na just like that nikapenda hip hop. No? Simple kabisa. Alafu alio inspire hata ajui ndo anajua leo kwenye kipindi. Sasa hivi. Yes. Classic sasa hapo Na yeye ana rap. Anaitwa nani brother? Anaitwa Ahmadi. Alikuwa mshikaji na Rajabu, mtoto wa Marijani. Rajabu Marijani alikuwa na kane Mwanza mtaa mmoja. Ambaye pia alikuwa mtayarishaji, si ndio? Yes. Akaja kuwa mtayarishaji baadaye. So kabla haja mtayarishaji wa muziki. Tulikuwa tunaishi mtaa mmoja Mwanza. Okay. Sasa Rajabu kwa kuna pipa. Anapiga beat kwenye pipa zile pum pum ta. Pum pum ta. Pum. Unajua mpaka ile kupiga hivyo. Umeelewa? Aina yote ya beat inaweza kukupigia. Kwa hiyo akawa anapiga hivyo for na rap yeye na kakaangu. Aje kurekodi aje kufanyaje? They were just doing it for fun. Nothing special. Matter of fact unaweza kata offended kwa nini nimewatangaza hapa.
Kwa hiyo sababu ni watu fulani ambao wameiva, ni wamenyooka, mashallah. Napiga zile sala ambazo zenye khushu. 5 kamili zimeshiba. Umenielewa? Naam. Sasa kwa nafanya vile for fun tu. Mimi kwa naangalia, mimi nikaipenda na kuamua kuichukua to the next level. Okay. Yes. Lakini mziki kama mziki wenyewe mimi niliupenda kwa kupitia marehemu mjombangu ambaye anaitwa Ramadogo, alikuwa ni dancer na alikuwa na ushikaji karibia na madansa wote wanafanya vizuri nchini hapa, kama kina Digidigi akina wale wote wale. Umeelewa? Kwa hiyo watu walio ni inspire ni kupenda mziki kwanza ni dancers. Umeelewa? Ni kwa so ushawahi kuvunja ni kidogo zamani nilikuwa najua kuvunja. Nilikuwa mvunjaji wa familia zamani. Zile harusi za familia nini? Vunja sana. Alafu sio kuvunja tu. Akitabile kumpasi wale nani? Jimmy Gaff na wengineo. Waduda yao Pepe Kale Mpaya Bakuba. Nilikuwa najiachia sana piga muno kama wengine na kikundi changu. Sasa anaingia Faridi na kikundi chake kwa hata Sophie Q. Natangazwa na MC wa nyumbani. Sasa anaingia Faridi na kikundi chake kwa burudani. Naingia na kikundi changu tunarudi pembeni. Umeelewa vizuri? So nimetokea huko. Nimesahau vitu hivyo vyote. Kwa sababu tu hip hop imenzidi ndani. Moja ya kitu ambacho nimefurahia hapa ulipogusia hii Congolese music. Sisi wote tumekuja kuingia kwenye utamaduni wa hip hop, lakini ukweli ni kuwa zamani bwana hii Congolese music ilimgusa kila kijana ambaye alikuwa anapenda muziki. Wengi yani mambo ya kina Pepe Kale hayo. Mzee Loketo. So nimefurahia pia Gato, unamkumbuka huyo? Jimmy Gato. Kwa hiyo ni sehemu ya tunasemaje? Ni sehemu ya ukuaji wa kimuziki ambayo ilikuwa haiepukiki. Kuna kipindi nchi nafikiri walianza wa Kongo au walianza wa Hindi. Umeelewa? Unakumbuka zile enzi tunaenda cinema kuangalia cinema ya Kihindi afu tunaelewa. Kati hatujui Kihindi alwa nini. Apike mujiko au mzee anasema jamaa anasema atampiga vibaya sana, anapiga kweli. Hiyo way back before akina nani akina Lufufu na wengineo. Before hiyo tulikuwa tunaenda cinema tunaangalia cinema ya Kihindi tunaielewa, tunapenda muziki ya Kihindi tunaimba, hatujui tafsiri yake. Hiyo ndo nguvu ya sanaa. Hiyo ndo maana unaposema kwamba sanaa ina universal language, kwamba sio lazima ujue lugha, unaweza kupenda melodies, unaweza kupenda mdundo na ikakuingia kabisa. Umeelewa vizuri? Huyo brother wangu mimi alikuwa ana album kama 100 hivi za Kihindi na anaimba karibia zote. Na alikuwa hajui Kihindi hata kidogo. Bana. Umeelewa vizuri? Lakini kakali ngoma za Kihindi kama 10, 15, 150 anaimba. Yes. Kwa hiyo muziki wa Kongo na vitu vyote ni vitu ambavyo tumepitia katika kukua na kujikuta tumeitoa katika hip hop. So basically unakuwa una appreciate huko ulikotoka, kwa sababu pengine muziki ya Kikongo kwa mfano mimi moja ya vitu ambavyo nafurahia au moja ya vibao vyangu ambavyo navipenda mpaka kesho ni kibao ambacho nimefanya na Christian Bella, Roho. Yes, na wakati nafikiria kufanya naye halikuwa wazo langu kufanya naye, ilikuwa ni wazo la mshikaji wangu aitwa Panchito Del Machine, yule director ambaye alishoot ile video. Yes, nilikuwa nimekaa naye na nimempigia ngoma, nikamwambia sikiza Pancho, nataka nifanye kitu tofauti na hii ngoma. Nataka nifanye ngoma na mtu ambaye watu hawajatarajia naweza nikafanya naye. And Panchito was like, okay, maybe tumpigie Christian Bella. I was like, Christian Bella? I didn't know who Christian Bella is. Kwa nikamwomba nipigie ngoma 1-2 za Christian Bella pale. Kweli ulikuwa bado hujamnyaka? Bana. Mimi hip hop kaka. Misingi na kuna kazi. Sema imenishangaza mimi ni hip hop tena hip hop misingi. Yes. Tafanulia baadaye, unaweza kaniuliza maswali mbona hip hop misingi na umefanya sijui kitu na chino sina. Ndio najibu maswali yote leo. Nakubali. Tuko hapa. Na unaweza kuchukua swali ukanihamishia wiki ijayo, sio bahati. Sawa. Bana andika hapo ndugu yangu. Unaandika hapo? Hapo nilikuwa nasema kuhusiana na Bella. Kwa sababu kikawaida huwa tuna tabia kusikiliza nyimbo Bella unajua amekuwa kwenye ile run ya kuwa juu pale. Unajua Bella tangu ametua Tanzania. Yuko pale on top. Yaani kama nyinyi mlivyoingia yule mwamba tangu alivyoletwa kwa mara ya kwanza, maana yule alikuja kuna mtu alizingua nakumbuka akaletwa wale kama kijana mdogo alikuwa na miaka kama 18 nadhani. Yaani tangu alipoingia yule mwamba alikaa pale. Yaani yule mwamba naomba nikukumbushe kitu kimoja. Yeye alinikumbusha studio. Kwamba bro nikumbuki mimi. Nikamwambia hapana, lakini una kazi nzuri sana sana. Akanambia mimi ni yule nilikuja na bendi ya mheshimiwa waziri wa ulinzi. Sawa. Sasa ile bendi ambako alitumwa kwenda kwa kusanya ni King Dodola Buje. Sahihi kabisa.
alopewa kazi ya kusimamia hilo zoezi anaitwa Rahim Pendeza. Aikatai akatox Masai. Mshikaji wangu mimi niko naye siku hiyo. Macha ana organize hawa watu wakaletwe waje. Waletwe, okay. Yes. Ndio akaenda wakafuatwa wakaletwa. Ikatengenezwa bendi pale. Okay. Yes. Lakini bado kupata hizo. Nilikuwa nimemsahau alafu sasa enzizo na Young na Rahim anashughulika na masuala ya Kongo kwa ajili ya bendi. Naona Rahim sio hip hop huyu. Kwa si shughulikia hip hop huyu. Kama unamkataa hivi. Simkatai. Na kitu kimoja ambacho nimekuwa nacho ujue. Nafikiri ndio kinanitofautisha mimi na wana hip hop wengi. Yeah. Mimi naweza kaspendi sana yako. Naweza kaspendi sana yako kabisa. Au sielewi. Lakini hiyo hainipelekei mimi kutokuheshimu wewe kama binadamu ambaye tuko poa. As long as me and you are cool, do whatever you wanna do. Kama si feel mimi una fans wako na ni sanaa yako. Na kila sababu ya kuheshimu wewe endelee nayo hata kama haniingii. Kwa hiyo uone huo mfumo huo kanipelekea nikajikuta na washikaji wengi sana ambao wanafanya sanaa tofauti na mimi ninapofanya. Kwa mfano kama ule King Blaze wa FM Academy. Yeye ni mmoja kati ya washikaji zangu wa mwanzo kabisa. King Blaze. Baba Fidikiwa ni Joe vile ni mtu normal. Inakaa ni mshikaji wangu kabisa, tunaweza tukahang nini. FM Academy anapiga show zao, naweza kaenda kaangalia, nikakaa pembeni. Sielewi chochote kinaona mwana ana perform kwa kuja kumwangalia. Umeelewa? Kwa hiyo fast forward baadaye nikaja kukutana na mtu kama Steve 2K. Ananiambia kwamba twende kwenye Njenje kwa jirani yangu Kinondoni. Twende kwenye Njenje. Njenje ikafanya nini mimi? Ukana ndani kwenye Njenje, Steve 2K ndo kaniintroduce katika Njenje na vitu vingine. Unaenda kutia nazi kunoga huko. Man, he so continue to wrestle. Anakuja kunichukua anaenda kutia nazi kunoga huko. Ili nichukua muda kuweza kuelewa ile vibe na kuona kwamba kuna vitu kidogo tunakuwa tuna miss kwa kujilimit. Umeelewa kwamba mimi ni hip hop nataka kufanya hiki style kufanya. Tulikuwa tunajilimit sana. Okay. Kwa hiyo nikaja nikagundua kwamba nahitaji kuembrace hii freedom ambayo nimepata kwamba naweza nikaenda kokote na nikachill na yoyote. So lazima nielewe, pengine naweza kanichukua muda nikaelewa na nikajikuta nafurahia maisha. Samahani, kuna sehemu ambayo ulikuwa baada ya hizo story kuingiliana hapo ukaona namna ambavyo mlikamilisha ile na Christian Bella. Yes. Asante kwa kunirudisha. Na kiukweli usipojistokea unaweza ukaanza kujua tunaenda mbali. Naelewa. Kuna niko hivyo. Sasa kwa sababu kila story ina story yake. Sahihi kabisa. Christian Bella akanikumbusha, so I was like okay, kumbe ni wewe. Akaniambia akanipigia ngoma, akanipigia chorus ile kwa Majani pale. Majani akaniambia wewe hii yani huyu mtu uliomleta ni mtu sahihi. Majani ni bingwa, nishapeleka watu kanawadundisha watu wengine. Yes. Okay. By the time nampeleka Christian Bella kwa bado anamsimama ule kama mtu hajamkubali anaweza kumrekodi akamwambia wewe Fidi unapotezea muda babu. Hii chorus kama vipi ngoma si na chorus mzee. Chorus gani? Alipokuja Christian Bella akaniambia wewe huyu mtu yani nikuibie tu siri kwa kuna mtu mwingine aliopiga. Lakini Majani baada ya kukaa nayo alitangulia wewe. Alitangulia, alipiga. Mimi nilipenda alichokifanya kama msanii mwenzangu. Majani akasema hapana, nahitaji mtu mwingine. Aliniambia huyu mtu kapiga vizuri, lakini kuna mtu anaweza kapiga vizuri zaidi. Just go and do your homework. Rudi na mtu kamili. Kaambia fresh. Kwa hiyo mimi sikumwambia yule mwana hayo mambo yalotokea. Kwa nini rudi nikamwambia Pancho sikia bana, natakiwa nitafute mtu ambaye ni watu tofauti ambao watu hawajamtarajia naweza nikaimba naye. Sio hawa watu ambao mtu anaweza kaona Fidi anaweza kaimba labda na Nandi, anaweza kaimba na Ruby, anaweza kaimba na Maua, anaweza kaimba na Zuchu, anaweza kaimba na Diamond. No, nitafutie mtu ambaye watu hawamtarajii. Akamuuliza kwa mfano kabla Fidi featuring One Star. Umeelewa? Yaani nenda mbali kama hivyo. Out of the box kabisa. Yes. Ndio akatua na Christian Bella. Kwa hiyo ndo ali suggest Panchito Del Machine ndo ali suggest hiyo. Umeelewa? Kwa baba nafanya naye huyu. Kwa hiyo nilipofanya naye nikamrudishia ngoma. Akaniambia umeona unyama huu? Sasa unyama na ushuti mimi mwenyewe ukija Sweden. Yes. Nimeenda na check kwenda kulea mtoto. Mtoto wangu alizaliwa check, binti yangu anaitwa Fidelia alizaliwa check. Kwa nikaenda kulea mtoto kule kwenda kumpokea anazaliwa na nikalea kama kwa miezi 3 ndio nikarudi Tanzania. Sasa nilipokuwa nimemaliza zoezi langu la ulezi kama mshua nakubali, nilitoka Czech nikaenda Sweden, nikakutana na bwana Panchito katika muda ambao Christian Bella naye alikuwa yuko Sweden. Ndio tukashoot video katoa one of the best video, umeona? Sasa ile the best song pia, not video. Na ile video unayo hapo na ile video Cube Christian Bella ile Roho
Hebu ipandishe hapo kidogo mzee. Anaitafuta, kwa hiyo itafuta. Na hiyo video nilikuwa nataka niwaambie ni video ambayo inabidi watengeneza video waheshimu sana. Ni video ambayo haijafanywa filter yoyote. Yale ni raw material. Okay. Yes. Niligoma stia rangi yoyote. Akaniambia kwa hiyo kama unafanya hivyo inabidi unipe ngoma nyingine ambayo mimi nitatia rangi unacho nifanye vitu vyangu. Nikampa sumu. Ndio? Sumu ya. Sumu ndo akaenda kuitia marangi mengi. Kwa kama una muda apitie hizo video mbili uziangalie. Na kwa sababu kule mwanangu Chiba pamoja na Kimoka wapo kule, watadili nayo najua sasa hivi moja wapo. Hebu iachie hiyo mbu. Jengo hapa na leo feed imeanza na speed sana leo. Yaani speed yake hii hatari. Imetupeleka mbele alafu ndo tunarudi. Kwa hiyo leo the classic ya leo naona inaendeshwa vizuri zaidi. Na kimsingi alikuwa anatupa story time. Hii hadithi pengine ulikuwa unaitegemea kwenye the classic ya wiki ijayo, ila feed ametudondoshea hapa patam kabisa. Kwa hiyo naamini kwamba kuhusiana na wimbo huu wa Roho utakuwa tayari umeshapata story ambayo pengine hukuwa unaifahamu hapo kabla. Shout out kwa the one and only bwana CB Obama, mwenyewe anajiita CB Obama. Mmoja ya wasanii ambao ukiachana tuna uwezo wake kuwa ni wa hali ya juu sana, ila ni moja kati ya wasanii humble sana ambao nimewahi kukutana nao kwenye maisha yangu. Yani ukisikia mtu amegombana na Christian Bella, wewe jamaa lazima, yani na uhakika yeye atakuwa na shida yeye. Walau kwa 60% itaanzia kwake. Kabisa. Sawa. Bana timu leo imetimia. Nephew amefika bana. Bana Nephew vipi? Habari za siku Nephew? Ulikuwa nini? London nini au sio bana? Okay. So unajua kwa niko vacay London nini? Vijana kishua. Au sio? Unisubiri kwa hamu sana. Unisubiri. Hiyo t-shirt rejeja na feed Q kweli kutoka Sweden hiyo. Kuna stories za Sweden kidogo. Na t-shirt hizo bana, sio t-shirt za mtoni zinakuwa nyeupe fulani, sio kama za kwetu za manga zile. Kuna namna fulani inang'aa tofauti kidogo. Hata kufuliwa soka mkono ndio kwa mashine. Karibu sana. Ili siharibike shingo. Shukrani sana. Bana sasa wazee, ile session ya kwanza ile ilianza na mashambulizi kutoka kwa Fidi. Kwa hiyo sasa tunapiga session yetu ya pili, lakini sasa kuna kitu chetu ambacho hatujakifanya hapa kwa bwana Fidi. Tunakielewa. Sasa Fidi ameshatuthibitishia kwamba ile professional years kwenye game miaka 23 ambayo si mchezo kusema kweli. Na huo uthabiti huo, consistency kwa Kiswahili ni uthabiti huo uthabiti bwana sio wa kawaida. Kwa hiyo tunaomba kwa heshima na taadhima bwana, makofi ya heshima kwa FeedQ kwa miaka 23. Huo ni utaratibu wetu kwamba haya makofi yanakuwa ni ya heshima, yani ukifika huko tunakushukuru. Na kwa sababu the classic hapa bwana mpaka uwe classicist. Kuna vijana wako wengi sana sema kwa mimi nitakuja lini. Jana nimekutana na mtu mmoja ananisikitikia bana bado sija qualify kwenye the classic. Nikamwambia hebu tuongeze miaka 2 mbele tuone. Kwa hiyo jamaa na uhakika miaka 2 kwanza akusota. Sio mchezo. Kwa hiyo wale sawa. Hiyo bwana ni makofi ya heshima kwake na kile ambacho tayari ameweza kukifanya. Sasa kuna poll hapa. Ndio. Kwenye post yetu hii kuna poll pale. Ilikuwa kuna poll ya uchokozi pale. Na nikawa nimeweka pale kasema kwamba huyu bwana yupo kwenye mjadala wa kwamba yeye ni miongoni mwa wale bora kabisa wa muda wote. Na kwenye hii poll bwana mpaka sasa hivi poll ilikuwa ina options 4. Kwamba option ya kwanza bwana huyu bwana ndio GOAT. Ya pili top 3 of all time. Ya tatu top 5 of all time, na ya mwisho ilikuwa ni top 10 of all time. Sasa kwa poll hapo inavyoendelea mpaka sasa hii hapa ya Instagram bwana mpaka sasa 53% zinasema bwana Zainab hapo utaiona 53% inakubaliana kwamba ni greatest of all time GOAT. Hizi ni kura ambazo wanapiga wenyewe maraia mashabiki. Hii poll sababu na hii poll haionekani kwangu tu peke yake ila akaunti zote mama za EFM pamoja na TVE. Kwa hiyo kwa upande wa huku Instagram hapo poll yetu inaendelea
inasema hivyo kwa mpaka sasa hivi 53% wanakubaliana kwamba ni greatest of all time. Tukija hapa X hapa na hii hapa Bi Zainab, naomba onyeshe huko. Okay, sawa. Jamani, kimtaja Zainab ni dada ambaye anahusika na urushaji wa matangazo ya live kupitia huko YouTube na kwingineko moja kwa moja. Kwa lazima sasa unapokuwa unawekeza simu kwa jamaa na mandevu mengi atashabi. Unakuwa unachanganyikiwa kidogo. Hii simu mimi nilikuwa napeleka kwenye kamera, sio kwa mzee Kipara. Wao na shida na video nafikiri. Labda kama yeye ana shida na mimi. Hapana, nilikuwa najaribu kuongea na mimi ndugu watazamaji. Ndugu watazamaji, designer Biso mzee Kipara. Wanakuwa wanaelewa. Okay, so kwenye huku X huku inasema Paul nasema greatest of all time 41%, na top 3 of all time 26%, top 5 22% na 11%. Ndio nasema top 10 of all time. Jamani, hizi ni poll ambazo sio ya kwangu. Hii ni poll ambayo tumeiweka inaonekana kote. Kwa hiyo wana sasa swali ni kwamba bwana Paul, mpaka sasa hivi Paul iko upande wako. Wewe je, unajitazama kama ni greatest of all time kabisa and number 1 MC ama vipi? Kulingana na Paul hapa inasema hivi. Je, kwako mwenyewe binafsi unajitazama kama ni greatest of all time? Mimi nafikiri miaka kama 10 iliyopita ndio kwa najitazama kama greatest of all time. Miaka 10 iliyopita ndio kwa najitazama kama the greatest of all time, Mbuzi. Mbuzi, yeah. And then baada ya miaka hiyo 10 I became the truest master of my own craft. Ambao I master hii craft. Tafsiria Mswahili wetu wa EFM hapa. Swali zuri. Yes. Mpango mzuri huo. Yeah. Nikawa mkufunzi, mbobezi. Nikabobea mbobezi kwenye hii sanaa, kwenye sanaa hii inayofanya. Kwa hiyo nikagundua kwamba hata kuitwa mbuzi ni dharau. Kwa hiyo nikaamua kwamba ndio naitwa mzee mbuzi. Uswahilini kwetu mzee mbuzi ni yule mzee ambaye anafuga mbuzi wengi au anazalisha mbuzi wengi pale. Sahihi. Naamini kwa kupitia mimi wamezaliwa mambuzi wengi ndani yangu. So I am no longer mbuzi. Mimi ni mzee mbuzi. Yani ni mbobezi. Mbobezi. Nimezalisha mbuzi wengi. Interview nyingi za wasanii wengi. Interview nyingi za wasanii wengi wanafanya vizuri. Kwa kufuatilia interview zao za mwanzo kabisa, wako na jina la FQ kama one of their greatest huge inspiration. Fast forward hapa katika maisha kuna mambo mengine yametokea hapa. Wamekuwa na watu wengine walio inspire, wamebadilisha story. Waliosema wakati wanaanza walisema kwamba wewe ndio umeinspire. Kuna wengine waki na story zao. Kuna wengine wamebadilika kidogo. Washangaa huyu mwaka juzi alimtaja bwana mwaka huko niruka. Unagundua labda mwaka huko sababu kasikia nimechapa mapiano. Kwa kaamua kumtoa humo na vitu kama hivyo, lakini unajua watu wanakuwa wanashangaa. Nataka niwakumbushe kitu kimoja. Kwa msanii kufikia level ya kuitwa mbuzi, inabidi watu wapitie catalog yako, discography yako. Sahihi. Kazi yako ya sanaa tangu unaingia kwenye game mpaka leo. Impact ulioiweka. Umeelewa vizuri? Sahihi. Sasa kinachomata pale ni ile impact, industry impact uliokuja nayo. Unaweza kama msanii mkali lakini haujawahi kuwa na impact. Yeah, sure. Wewe ni msanii mkali kabisa, lakini sanaa yako haijawahi kuwa na impact. Definitely. Haijaleta athari yoyote, au mabadiliko chanya yoyote ya kupelekea kuzalisha vizazi vingi ambavyo wanajaribu kufuata your footsteps. Nyayo zako au wanatamani kuwa wewe au kufuata nyayo zako. Kwa sababu mtu kutamani kuwa mtu ni kitu kimoja, mtu kufuata nyayo ni kitu kingine. Na ndio hapo inatuenda katika somo la KRS-One the teacher. Wakati mwalimu KRS-One the teacher anakuja na movement inayoitwa I am hip hop. Alisema kwamba ili kwa mtu kuwa Mkristo mzuri inabidi afuate nyayo za Yesu, Jesus Christ. Lakini kwa mtu kuwa Mkristo bora zaidi inabidi ajifanye yeye ndio Yesu, aishi kama yeye ndio Yesu. Kwa mwana hip hop, kwa mwana hip hop mzuri inabidi afuate nyayo za MC wakali wa hip hop. Ili awe mwana hip hop mzuri. Lakini kwa mwana hip hop kwa bora zaidi inabidi awe yeye ndio hip hop. Ndio ka introduce I am hip hop. Yeah. Sijui umeelewa vizuri? Sahihi kabisa. Yes. Kwa hiyo
mimi binafsi nishavukaga katika kuwa msanii wa hip hop. Uoga naamini mimi ndio hip hop yenyewe. Yeah, definitely. Tena nikaamua kuachana na sijataka kubishana na kina Kariswana wala nikajitengenezea kitengo changu kabisa Bongo Hip Hop. Bongo Hip Hop, yeah, definitely. Ambapo ukija kunifuata huko mimi nachana kwa Kiswahili, nachana kwa Kiingereza na nachana kwa lugha yangu mama. Uko peke yako Kisukuma. Yaani hawaniwezi. Yeah. Kwa hiyo nikirudi kwenye swali langu pale, ni rahisi kusema kwamba you are not mbuzi tena, ila wewe ni baba wa mambuzi. Yes, na kuniita mbuzi ni disrespect kwa sababu kuna mambuzi ambao wapo saizi. Kwa kulinganisha na mimi ni kunidisrespect mimi, lakini pia kuwanyima wao nafasi. Na katika hilo swala niko very serious jamani, unaweza kahisi niko very serious kiasi kwamba ilifikia hatua ilibidi nijadiliane na kamati za tuzo kwamba hawapaswi kuweka jina langu katika vinyang'anyiro. Wow. Serious? Yes. Hata ile mwaka jana alivyoniweka ilikuwa ni kimakosa. Na message hapa za kubwa kinoma bana, basi post tangaza kama umejitoa na niwe chuna tu. Yes, ni disrespect kwa sababu kiukweli kabisa ukienda kuzifuata hizo catalog ukalinganisha na hawa wasanii wengine ambao ndio saizi watakiwa muda wao wa shine, utaona kabisa kama kuna hatua nyingi nimewaacha. Umeelewa? Na pia tunapata wengi ambao wanafanya vitu ambavyo sisi wengine tumefanya siku nyingi. Lakini Fidi, hauoni kama kutolewa ama kutokuwekwa kwenye kinyang'anyiro ni kuwanyima haki? Kuna generations tofauti. Kuna generation ambazo ni za karibuni hapa. Yes. Lakini zimekuwa zinakupenda pia. Yaani wamekukuta, wamekusikia na wamekupenda. Ni ukweli. Yeah. Lakini mimi najaribu naamini kama na wao wana mchango wa kuvote, kujisikia na wao ni sehemu ya mimi najaribu kutokuwa selfish kwa sababu tukienda bar for bar mstari kwa mstari hamna anasogea karibu. Sasa hawa wengine watapata hiyo nafasi lini? Kuna shida gani ya kuendelea kutembeza vichapo mzee? So sawa. Nafikiri kichapo pekee ambacho nimebakiza sasa hizi kwa hawa vijana ni masuala ya kiuchumi tu. Kwamba wewe una tengenezea mazingira zaidi. Umeelewa? Kama mzazi ashakutangulia kafanya mambo makubwa, katujengea miti tumpata vivuli. That's it. So kubakia pale kama unakuona wa cock block, wao wasisogee mbele, sio sawa. Hebu ngoja nifanye hivi. Kwako msikilizaji, mtazamaji pia ambao unaangalia kwenye YouTube ama TVE ama unatusikiliza kwenye radio ama online kokote pale ulipo, unasemaje? FIDQ hastahili tena kuingia kwenye hivi vinyang'anyiro vya awards mbalimbali ambazo zimekuwepo hapa nyumbani? Mimi binafsi ninaona kuwa bado anastahili, hata kama atakuwa na wachapa, hata kama atazichukua hizi awards zikawa 100 mimi naona vichapo vikiendelea. Wakati tunauliza wasikilizaji, naomba nikukumbushe kitu kimoja, bali nikupe historia yangu fupi ya tuzo. Sawa. Tangu mwaka 2005 nachukua tuzo, nilianza na Mwanza Best Hip Hop Song. Yeah. Nika Best Hip Hop Artist. Yeah. Ni tuzo ambayo nilichukua kwa kuna magwiji ndani wakubwa ambao walisimama juu kuonyesha kwamba huyu mtu aliopewa amedeserve. Walikuwa kina profesa mule ndani nani walisimama akasema kama jamaa ana deserve. Sahihi. Umeelewa vizuri. Sasa nimekuwa katika hizo tuzo mpaka juzi hapa za mwaka jana nipo. Jamani, tangu 2005 2025 now. Unazungumzia miaka 24 au shanza kuaga wewe jina lako lipo tu na majina mengine yanaingia na kutoka. Nishakutana katika kinyang'anyiro na kina Roma umetoka, ameingia Stitch Benz kutoka, kaingia Mangoya kutoka, kaingia sio hivyo. Sasa hata ngoja nirudishe hapa kwako msikilizaji, okay? Mimi naona kwamba hii nafasi bado ipo because ndio maana tumeshuhudia Jay-Z na Grammy ngapi? 20 ngapi? 24 Jay-Z hizo ni Grammy. Yeah, tunazungumzia sasa akisema anaweza akakataa naye akasema sitaki tena kuwa kwenye Grammy. Nikusaidia kitu ambacho kimetokea juzi. Kikansababisha mimi nione kweli maamuzi aliochukua tuzo sio sahihi. Soma hii hapa, message imetumwa Alhamis tarehe 3 April na Slim Sal. Anasemaje? Alhamis 3 April hapo. Chini hapo you are so relevant to the point that nimeshtuka kuona nenda kufanya Bongo Flava Honors. Unafanya Bongo Flava Honors. Yeah. Good luck, give us. Slim Sal naona mimi ni msanii wa sasa hivi. Naendaje kufanya Bongo Flava Honors? Amesahau kama mimi ni siku nyingi sipokuwa una miaka 23 kwenye game. Yes. Sema Slim Sal inabidi nimpige ngumi. Anataka apigwe kweli. Anatakiwa apigwe. Bongo Flava Honor mzee, hii ndio maana hata wewe hujaitwa. Aje sana kiutani labda.
No, Slim Sala anamaanisha serious. Slim Sala ni banker. Ana muda kuleta utani kama ana muda kwa sababu hela na nini. Atakuwa tu atafuta apigwe. Tumkate mitama Slim Sala mimi hajanitumia message hapa karibu miezi 4 5 mpaka 6. Akikutumia message moja na lazima kuna kitu kimemkereketa. Kwa hiyo ina maana hilo jambo lilimkereketa. By the way, kwako msikilizaji, FeedQ yuko hapa. Hii ni episode ya kwanza ya The Classic. I hope next week tutakuwa na ya pili, lakini dhumuni kubwa pia tunakwenda kumpa heshima yake nyingine. Of course kuna heshima nyingi, lakini jukwaa la Bongo Flava Honor linatoa heshima yake rasmi, ambapo kuna plaque, lakini yote kwa yote ni show ambayo inakuwa inatolewa na yeye, na kwa mujibu ya yale ambayo tuliyazungumza ni kwamba yeye ameruhusiwa kwenda masaa 3. Makofi kidogo jamani. Kawaida kuna 2 hours. Lakini mjomba hapa yeye ameruhusiwa kupiga masaa 3. Kwa hiyo make sure tarehe 2 mwezi wa 5 ushajichanga tayari. Tuna muda mrefu sana na unashuhudia Bongo Flava Honor hapo kwenye ukumbi wa The Cask hapa Kawe Beach hapa. Sasa hivi tuko kibichi mzee, safi kabisa. Mapema hiyo. Sasa hatukupiga wimbo wa Classic Gem of the Hour number 1. Naomba tupige huu kwanza, alafu walau tupate verse 1-2 hivi na chorus yake, tuendelee na mazungumzo yetu. The Classic Gem of the Hour number 1 ambao tumeichagua sisi leo bwana ni huyu na yule, ambao tumebahatika kuwa nao, na kwa sasa yupo nchini Australia kule ni kwamba kwa anakoishi, na siku moja alisema atakuja hapa kwenye meza yetu ya The Classic. Ni mmoja kati ya wadau wetu kabisa, amekuwa akitufuatilia kwa muda mrefu tangu tulipoanza. Na kila laheri kaka mkubwa. Sasa wale jamaa zangu wa YouTube pale, kuna maswali mengi sana huko YouTube. Oh yeah. Tutayapitia, lakini haya. Samiri Mswahili, Samiri bwana huyu yuko zake Italy, yuko zake Mtoni. Samiri Mswahili ana maswali yake kama mawili hapa. Okay, ana mmoja wapo alikuwa nitaandika pembeni hapa kidogo. Yeye alikuwa anaulizia, tutamuuliza baadaye. Muulize Q, hivi ile project na Rado vipi itatokea ama imefikia wapi? Christopher Milanzi Jabir, umetuletea moja kati ya marapa bora kwa kutokea, na mkubali sana Farid. Asante sana. Ngosha Big Boss Level 1, one of our own to ever touch the microphone. Feed is our own Talib Kweli. He's always reminding us streets. Stay away with groupies. Madusko, life in general from T-Dot. Asante Saidi mwingine. Bana anaitwa Eddie the Blaze. Muulize Ngosha kwenye mimi ukisikia paa mchizi wangu ni hayo, tuna ile saifa yao ya 2012 ni verses za nani na nani huwa anaziheshimu sana. Sawa, tutapitia hiyo verses. The Pablos and the Narcos are form bros like Warner. So the options are Plata or Plomo. Yeah. You know, walk it off. Fred walk it off. Nikimbisha na albamu yake inaitwa Plata or Plomo. Hilo neno liko vipi na hip hop yetu tease? Ili sasa ili neno mbona maarufu sana mzee wangu. Ili neno ambalo lilikuwa linatumiwa sana na bwana mmoja ambaye alikuwa ni muuza madawa wa kulevya mkubwa, Pablo Escobar. Kwa alikuwa analitumia sana. Kwa hivyo jamii ya hip hop huko nyuma, nadhani Fidi atakuja kuiweka sawa. Kuna kipindi fulani ugangwe hivi, ubabe hivi na umafioso ilikuwa ni sehemu ya vitu ambavyo watu walikuwa wanaviiga. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kutumia, ingawa sasa hivi watu wengi waliotangulia wamekuwa hawapendi tena kutumia hizo tabia. Swali zuri kwa sababu litenda kukumbushia historia ya hip hop. Yes. Zamani hip hop ilikuwa lazima mtu ukae kishababi, sio kinyonge. Yeah, sure. Una gangster look. So unakaa mchumba, unatakuwa ukae kigangster. Sawa, swali letu lile la ndio Kalapina akapiga pale kaza sauti fanana hata na Moxie. Yaani mfano sauti ya kawaida kama ya Moxie. Swali letu lile la kuhusiana na greatest of all time. Huyu anaitwa Stuart Nkonko, anasema kweli FeedQ ni nguli na gwiji, ila Professor J hana kufananishwa naye kwenye game ya Bongo Hip Hop. Kwa hiyo jamaa anasema wewe ni nguli na gwiji, ila Professor yeye ndo kamweka namba 1. Sawa, asante kwa maoni yako Stuart Nkonko. Yuko kwenye namba 1 yangu mimi pia, kwa simbishi. Alright, sawa. Binafsi of course. Machozi jasho na damu. Yeah. Anasema sijawahi kuona kitu kama hicho mimi mpaka kesho. Sijawahi kuona. Bahati nzuri kuna swali hapa lipo zuri tu kuhusiana na hiyo. Of course yeye hapaswi kuingizwa
ila kama anatoa kazi na inakidhi vigezo, basi kazi zake itaingizwa kwenye tuzo kama kawaida. Yaani asiingizwe, ila kazi zake ziingizwe. Asante Sabini Chako. Sio ziingizwe kazi zake. Alafu na kura tutapiga. Sabini, nimependa sana ujumbe wako. Umetisha. Anasema best teacher in life is in the house. Bana, huyu jamaa anaitwa Patrick Charles anasema wewe ni best teacher aka DJ Patrick. I appreciate. Mark Mihai wa Goba anasema huyu na yule iliyomtoa Feed Q&Z hizo ameisikia. Okay, sawa. Mpe hai Feed ni mtu na nusu Ngoni Barbershop. Aga Ali Fudhisa okay, Saidi Muhine kutoka Toronto au sio bana? Bana, huyu ni mwingine kutoka zake pande za USA, Canada wewe. Hayo bwana, mambo yangu mzee, wewe tatizo lako rafiki yangu au sio? Mambo yako. Shazo yani jamaa kutoka Kingugi, Vikindu, kafika BFM, karudi anachanganya sasa Toronto. Hapo kuna airport ujue. Itumie. Mbona ni huwa si. Tunakumaliza kabisa. Pema kabisa. Nirudi tukuchapa na kibao. Bwana Feed. Yes. Sasa Huyu na yule ni wimbo ambao kimsingi ulitengeneza hadithi zako na uliweza pia kutupa Feed Q ambaye tuko naye hivi sasa. Ni wimbo ambao kwa namna moja ama nyingine una memories nyingi. Walau unaweza tuambia pia na safari yako, naambiwa safari yako mpaka hapo MJ kidogo ilikuwa ina vitu hapo katikati. Haikuwa nyepesi. MJ Records pale kihistoria alinipeleka Hardmad, yes. Akiwa ni msanii ambaye yuko katika record label pale. Yeye alikuwa tayari yuko label. Yes. Okay. Anafanya album yake ya kwanza pale. Mimi nilikuwa nakaa kwa babu yangu Ilala. Kwa mzee Isa Ilala Bungoni pale. Okay. Bwana Hardmad kwa sababu kwa ni rafiki yangu sana, ikabidi tutengeneze utaratibu wa kuomba ruhusa kwa babu mimi nihamie Kinondoni. Nikajikuta nimehamia Kinondoni, naishi kwao na Hardmad. Menelewa vizuri. Haikuwa rahisi kwa sababu Dar es Salaam hiyo ya kipindi hicho ilikuwa na vijana wengi ambao wanaharibika kwa kutumia miadarati na nini na nini. Kwa hiyo babu ambaye akashachukua dhumuni la kusimamia kwamba huyu msela haendi kuchukuliwa na mitaa, atabakia hivi conscious na ambaye anajitambua na kila kitu. Mpaka anakuja kutoa ile ruhusa ilimchukua muda sana. Okay. Kwa hiyo nimehamia pale kwa sababu Hardmad ananiaminia mimi mshikaji wake na talent katika masuala ya kuchana. Akaona cha nipeleke MJ kwenda kuniintroduce bana na mwanangu kutoka Mwanza Unoma. Mnambeni mumsikilize kama anafahamu, mpe nafasi ya kumpa lebo. Sainiwe kabisa. Au kishindikana kabisa mumrekodi tango moja mbili sababu nahisi ana kitu. Love kubwa. Story inayofuata Master J haipendi sana. Yule si mzee wa kutibua vitu. Ngoja utatupa story baada ya matangazo pia. Kutibua. Anakuja kutibuka baada ya matangazo. Hii kauli huwa nairudia mara nyingi sana. Roma anasema maneno yanayozungumzwa watu wakiwa off mic huwa ni mazuri zaidi kuliko interview tunayoisikia. Ndio kitu ambacho kina shout out to Roma, anyways, mzee wa Mtoni au vipi bana. Sawa, tulikuwa tunamzungumzia wakati wa huyu na yule pale baada ya bwana Hardmad kutoa maombi yake. Nasema mzee wa kutibua akatibua bwana Master tuko hapa tunakusikilizia. Basi Master aka-introduce bana, kuna huyu mwana nini? Okay, anachana. Okay, poa. Akaendelea na shughuli zake. Yaani akaniteka. Hapo. Nataka kumsikiliza. Lakini akuishia hapo. Ndio kutibua. So unajua msanii unapambana, dili inapatikana studio. Unamwibukia yani. Naibuka pale nilikuwa nimechill na wana nini, niko na mapacha pale. Mapacha hizo wanajiita Artful Dodges. Umeelewa? Hiyo way back hapo studio kuna mapacha, kuna Squeezer na Datas. Ndo Squeezer na Datas wana label hapo. Tena label kapewa Datas. Yeye ndo kameleta Squeezer. Simeelewa vizuri. Kuna mapacha wenyewe anarekodi na Ludigo ndo anawaelewa. Kwa hiyo katika kuhang na mapacha sana ikabidi Ludigo ndo anige namba. Nikaanza kuwa na rekodi pale, tunarekodi ngoma kama Vita Baridi, Tupo Town na nyinginezo. Sio unazikumbuka hizo? Kitambo sana. Tena ungenikumbusha ningekubebea Tupo Town kwa sababu najua watu wengi hawana. Next week hizo inshallah. Next week definitely. Tutakuta Vita Baridi na Tupo Town. Na hizo zina stories zake fulani ambazo ni nzuri sana. Sasa hizo wiki zote ambazo mimi wanaenda pale anatokea Master namsalimia. Master vipi? Poa. Huyo anapitiliza yani hajawahi kunipa hata sekunde 5 za kunizingatia. Haya yote yalibadilika
miezi kama 3 baadaye alikuwa anapita, kwa sababu MJ ilivyokaa inaanza mlango wa Ludigo kushoto kufuatia Masajai na kwa upande huko wa kulia kuna mlango wa Malolinje. Kwa hiyo anapoingia lazima pite mlango wa Ludigo kwenda kwake kwenye mlango wake mbele. Ni katika corridor hiyo, wanashare same corridor, au sio? Kwa katika kupita pale akakuta Ludigo ana mix ngoma yangu moja inaitwa Mziki na Mimi, sijawahi kuitoa. Ni kama fanya bwana rekodi na hasira sana, kwa sababu unajua sisi wasanii wa zamani tuko tofauti na wasanii wa siku hizi. Wasanii wa zamani ngoma tunazo kichwani, lakini hiyo haitoshi. Tuko tunaenda kwa bichi juu ya jiwe na ule upepo unaenda kutengeneza vocal mazoezi na rap pale. Mziki parties tunadai kama tunafungua vocal, alafu tunaenda studio tu rekodi, sio kama tunaenda kuperform wala nini. Umeelewa vizuri? Ndio maana wasanii wa zamani bana sanaa yao iko very strong man. Sure. Sababu tulikuwa tuna mazoezi mengi, yani kwa sio swala juu tu. Umeelewa? Kwa hiyo nikarekodi ile Mziki na Mimi mule ndani nimepasuka kweli kweli, sije kuitoa ile ngoma na nitafutia sababu au wapi pa kuiweka. Umeona? Ludigo kana mix ile ngoma kakesha nayo kanikubali kweli kweli, yani Chief man, man you one of the rawest man, noma kabisa. Afu zote nakwenda kwenye bench tu ni Chief man. Ludigo ndo anatia msemo wa Chief man. Ndio alituletea sisi. Kwa kimsikia sasa kupiga Chief man au Chief vipi? Ludigo ndo kauleta mjini huo msemo. Yes, ndio kwa Twitter hivyo. Mtu yote anamuita hivi Chief vipi? Chief man, hii kitu umezengua hapa hivyo, anakuambia vitu hivyo. Ludigo baada ya kurekodi nayo ngoma akaniambia na ngoma mengine, nikamwambia yes. Akanipigia beat nyingine nikaangusha ngoma nyingine. Akapiga beat nyingine nirekodi nayo ngoma 3 usiku mmoja. Na nilikuwa tayari kuendelea. Isipokuwa yeye hakuwa na beat nyingine ya kunisikilizisha. Ludigo alinisikilizaje? Ilikuwa je mpaka akanisikiliza. Siku moja akatengeneza beat kali. Akawa mapigia Agosti wakaikataa. Akapigia kina Professor wakaikataa, The Blasters. Akiwa studio hiyo siku anaisikiza hiyo beat tena siku nyingine. Akakutana na hiyo beat akasema, lakini hii beat yangu kali, kwa nini hawa wasanii wangu mbona wamenia haitaki? Akasema acha atoke nje ajiakishie kwa kutafuta mtu ambaye anaweza kainatia. Akaniona mimi akamwambia, wewe Admadi kanambia wewe nani unapiga hip hop? Akamwambia yes. Kwa hiyo unaweza kachana katika dundo lote. Yes. MJO. Kwa hiyo nichukua kama majaribio ya hiyo beat yake ambayo kila mtu alikuwa anaikataa. Nyamwezi una hasira na njaa. Haikuwa rahisi. Ndio. Hakutoka tu baba na NGO, hapana. Yeye pia alikuwa amekwama. Amekwama kiubunifu. Atenzaje beat kali alafu kila mtu anasema sio kali. Sure, nakuelewa Kwa hiyo katika kuondoa zile doubt alizokuwa nazo yeye juu sanaa yake, akabidi atafute sasa atafute chao. Sio chao akifanya wa maabara. Wa kumtoa kafara. Kumtoa kafara na kuonyesha kama kweli hii dawa itibu hii. Umeelewa vizuri? Alipigia lile dundo akashangaa, mimi kaza anipigia lile dundo nimedata. Unaenda nalo. Nimedata kwanza kama umelipenda, kambia nimependa. Chana tusikie. Simkaanza kumpa mabazi yale. Kambia wewe chana hivyo fikia siku unakuja hapa, kambia yes. Na kisauti chake kile cha upole. Chief man, sikia noma. Sasa sikia. Acha niwafanyie mixing yani wamalizie. Chukua hela nigie 10,000. Bwana. Nenda koko piga msosi rudi. Rudi alinipa 10,000. Afu for the first time. 10,000 ilikuwa nyingi kipindi hiyo. Ilikuwa na rangi ya blue. Ilikuwa nyingi. Umeelewa vizuri? Alinipa 10,000 rudi. Nenda koko beach kapiga msosi, njoo. Alinipa hiyo hela saa 10 jioni, akaniambia rudi saa 12 hapa. Nataka masaa 2 na ngoma ya mtu ya kumix ananilipa, nimalizane naye, tubaki mimi na wewe tumalize hizo ngoma. Umesema na ngoma kibao kichwani, mimi na beat tayari. MJO anaonyeshwa na kitu gani? Lakini wewe noma. Nakusubiri hapa. Fresh. Kwa hivyo ile 10,000 ile. Ile 10,000 ile ndio nayo Coco Beach. Nikaagiza kiepe. Chips yai, nzizo. Chips yai kwa nauzo shilingi 500. Kwa 95 limebaki, yani fresh kabisa. Kilo 95 sijataka uzembe mwingi, nikachukua maji yangu ya 50 ya Mwarabu enzizo. Kama kwenye kipati ya kiloba fulani hivi. Umeelewa vizuri, kabakiza kama shingapi hapo? 950. Nikaona sitaki ujinga, ndio nikaenda zangu mlimani. Nishapiga pale chips, nikashushia na maji yangu yale moja nikaenda nalo mlimani. Chana sana pale nilipomaliza kuchana, nikashushia maji yangu alafu nikaenda studio. Call imeshafunguka. Call imefunguka afu uhakika na umeshiba yani.
na kama buku 9 hivi na ushare naishi yani. Manauli nini naweza kapiga na nini kipe kingine baadaye, yani niko vizuri. Nilipofika pale studio tukaanza kumkuta Ludigo nika naandalia vitu. Kama vibe kidogo na nini. Unasema vibe watu wazima mnanielewa. Umeona? Na vitu kama hivyo. Bana tulipoanza session babu nilipiga dude la kwanza kadata, nikapiga dude la pili kadata, akatafuta beat la tatu tukapiga, akaishiwa beat. Kwa maana ya kwanza kapotea. Sasa ile joy ya ile furaha aliyokuwa nayo akachagua yeye atakesha studio. Mimi nikaondoka studio pale kama saa 5 fani saa 6. Nikarudi zangu tena, nakumbuka nilikuwa nakaa Ilala, nikarudi zangu Ilala straight. Umeelewa? Jamaa alibakia studio yeye ana mix ngoma ili anipe kesho ngoma zangu au angalia anazitoaje. Sasa akachagua moja ambayo alipenda zaidi huko zote zile. Ndio akawa yuko nayo busy na mix. Akiwa na mix asubuhi, kakesha nayo usiku mpaka asubuhi na mix. Zamani tunazungumzia analog mzee wangu. Analog yeah. So digital. Mtu mixing unaifanya manual. Simeelewa vizuri. Tena kwa utaratibu. Kwa utaratibu maalum, hata vocal pia unapiga one take. Kama mambo sio umepiga kidogo umetulia unapiga tena. Unapiga one take baba. Ukikosea unarudia tena. Kwa hiyo hii inapelekea mpaka unaenda studio ni unaenda kuchana mistari ambayo iko kichwani. Sio ya kusoma kwenye karatasi. Kwa hiyo unaweza kuspeed vile ambavyo viko kichwani vinakupa uhuru, unaweza kupiga masters tofauti tofauti manini. Ukajua namna ambavyo vocal unapandisha sehemu gani ambayo unashusha na vitu kama hivyo. Na hautaki kukosea. Ukikosea tu tunaanza upya. Na ndio maana unakuta tunaanza session kuanzia saa 12 mpaka saa 5 usiku. Afu vibao vitatu. Yeah. No sana. Kisasa ilibidi iwe session fupi tu. Sababu unaweza kupiga radio tunaita welding hiyo, unachomelea. Mimi ni msela kicha kama pera. Unatulia kidogo. Siwezi kwenda jela kwa sababu na mahela. Tikitaka mademo wananitaka. Mimi si wataki wauza samaki wa kule Masaki. Basi imeisha. Unataka hapo. Au mtu mwingine anapiga kwa siku nyingine. Zamani kwa mna ujinga. Mkipiga mnapiga. Mtu wa huku naye kashakuja pale. Yaani ukishamaliza kitu chako anaingia mtu wa huku anaimba kama ilivyo. Yote. Sio vipande. Umeona bana? Kwa hiyo akiwa na mix asubuhi pale, mtaalamu master akawa anapita pale akasikia dude ile mlango ukifungwa, akasikiliza kwanza, mtu anachana ndani. Akaenda kumuuliza manager wa studio ambaye ndo Deo na ofisi yake ambayo inatazama mbele pale. Deo ile ngoma na mix ya jamaa gani? Anambia sasa ndio yule jamaa Mwanza mshirika na Ahmad yule. Bana noma ujamaa sasa sikia unaweza kumpanga nifanye naye session ile jioni. Anasema unaweza kumpanga nifanye naye session jioni. Hapo ishakata miezi kama mitatu. Miezi kama mitatu hivi babu anapitaga na aje kunipa sekunde 5. Bana hebu nisalimie. Bana message vipi mkubwa? Salimie. Baada aje. Hapo. Kaenda kumwambia Deo bana sikia achezesha nimpate yule msanii aje rekodi kwangu leo. Yaani kifupi kama alikuwa atakuiba hivi. Yaani kwa ufupi akataka kagundua na talent kwa anataka niibe. Kimya. Yes. Na anaamini ni haki yake kwa sababu mimi nilienda pale kwa ajili ya kurekodi na yeye. Na yeye. Sio na Ludigo. Sio na Ludigo. Isipokuwa yeye hakuwa na muda wa kunisikiliza mimi. Kwa hiyo hakujua kama mimi nina kitu. Okay. Kwa baada ya kuwa amejua ananipataje? Ndio kabidi amtume manager wa studio anipange. Sikia Master J anataka alafu sessions za Master J unajua kila kitu madrinks nini mamisosi yani alafu unamaliza kurekodi naye Pipe kuna ma DJ ma DJ wa radio ni watu wako kibao wanakuja kuhenge hapa usiku wanaondoka na ngoma sasa yani sio una rekodi ngoma alafu Ludigo atakurekodi atakupiga ngoma yako wewe ukapambana na DJ ndio zile zamani unafika katika kituo cha radio unakuwa unamsikizia DJ aingie unambadilisha pale kwenye parking sasa CD yangu hii ni channel ni saidia ninokoa ipo mwanangu unajua tunapambania harakati mwanangu mkoa hizo unajua kitambo hiyo harakati nakumbuka sasa hizo harakati za zamani zilikuwa zinaumiza sana kwa sababu lazima ujilipie nauli afu unacheza na timing unajua bisa kama Jabiri anaingia studio ana show yake inaanza saa 8 lakini mara nyingi anapatikana ofisini saa 7 kamili kwa hiyo inabidi 6 kamili uko zako nje pale unapiga story na wale wauza barafu walinzi ilifikia tu mpaka tukatengeneza ushikaji na walinzi wa media houses ili wakupe access ya wewe kukaa nje kwenye vile baraza vya media house vya kinoko hiyo walinzi watarudi mtu akae wewe sikia toka kuta kaeni mbali una CD yako babu wanakubarasa utoke haikuwa hizi jamani tuko toka ni kweli kabisa kwa hiyo nikaambia bana hapo kurekodi
hao wataalamu wanakuja kuchukua wenyewe hapa. Ni offer manake. Wewe kufanya kazi na Master J kuna offer nyingine ambayo unapata. Nafanyaje sasa mimi wakati tayari mimi mwenyewe binafsi nishapenda kazi ya Ludigo na nimemheshimu namna ambavyo amenipokea. Na beat alizokuwa anipigia ni kali kweli. Yeah. Nafanyaje? Nikamrudia Ludigo. Nikamwambia Ludigo, sikia. Inasemekana ukiwa na mix hapa vitu asubuhi mkubwa wa kazi alipita. Boss kazi alipita. Akasikiliza. Uko na mix ngoma gani? Akona mix ile muziki na mimi. Ndio hiyo. Atakuwa amesikia boss kazi kaipenda, kapenda ninapochana. Kaenda kumwambia Dewa nipange leo jioni nirudi anirekodi ngoma. Unasemaje? Chief man, you ni good news. Safi Shout out to Ludigo. Ludigo mtu mmoja humble sana. Kakubali, kakusema kubali. Namwambia J, sikiliza watu. Usiwapite, sikiliza watu. Ukakubali Chief, sikia mimi ngoma ambazo tumerekodi na baki nazo. Wewe kafanya naye ngoma nyingine. Una ngoma kibao fanya naye. Kwa nini unajua inabidi ufanye naye? Nikamwambia ndio. Sijui. Fanya naye kwa sababu DJ wote wanakuja kuja kuchill jioni huko studio kwake. Kwa unavyofanya naye watachukua hiyo ngoma unaondoka nayo Chief, unakuwa uende tena kustruggle kupeleka katika radio wewe mwenyewe. Ushapata njia. Kwa hiyo mimi naona kama hii ni njia umepata na mimi ninachotaka wewe upate njia tu. Roho nyeupe kabisa. Alinipa hiyo kwa roho nyeupe kabisa Ludigo. Je, ajui kama mimi nilimwomba ruhusa Ludigo? No? Hadi leo. Ndio anajua katika the classic. Ndio bana. Kwa sababu unajua hatupati nafasi ya kuongea vitu hivi. Sahihi kabisa. Umeelewa vizuri Yeah. Kwa hiyo nilienda kumwomba ruhusa Ludigo. Ludigo akanifungulia akaniambia hiyo ni bahati itumie. Noma sana. Basi mimi nikarudi kwa Jenga mbele. Je, nimepata taarifa kwa nini kwa manager kwamba tunafanya jioni session. Jioni tunafanya session. Ungependa kufanya na msanii gani kupigia chorus? Nzizo kama na msanii wa kuimba kupigia chorus. Ndio ngoma liende jioni. Kama unasikia katika mwanza vizuri. Vitikio vya kuimba ni sahihi pale. Kwa hiyo nikamwambia na mimi wewe J, sikia mimi sitaki hata kusumbua. Una mshikaji wako mmoja anapenda sana anavyoimba. Na ni mkali sana. Nani? Nikamwambia Mr. Po. Tena kwa kuja leo siku kuja utengeneza tangazo. Nikamwambia huyo. Basi niletee huyo tufanye naye ngoma. Una idea kile kitu? Nikamwambia yes, nayo idea. Mimi tangu zamani nimsanifanya mbele kuja katika game. Hawa waimbaji nikoga na waandikia nachotaka waniimbie katika chorus zangu na kuna wengine paka melody nilikuwa nawapa. Yes. Safi sana. Kumbuka hilo kwa sababu baadaye nitakuja kushangaza kuna melody nilitoa mimi sehemu. Ambazo haziendani na mimi kabisa. Tukifika huko. Sawa, anaandika Jabiri hapo. Sure. Kwa hiyo tukarekodi huyu na yule. Mr. Paul akawa yupo, Mr. Paul naye akapenda na flow, nilipata jamaa mkali kinoma. Akanipigia huku ile maelekezo akaniambia afana anajua muziki kumbe bana. Sababu muziki ni arrangements. Vizuri kwa wakanikuta najua zile arrangements na nini. Ndio maana kuna mavitu kama Master J nimekosea. Hii mistari zile idea zilikuwepo. Kabla kama kitu kama hiki tusifute tuendelee kupiga verse mbele. Wakacheka sana. Tuendelee fresh. Kwa hivyo maliza kurekodi pale ma DJ waliokuwepo wote walisema waondoke mpaka wapewe ngoma. Jinsi ambavyo walipenda. Noma sana. Akiwemo Steve B. Rest in peace. Rest in peace. Alisema haondoki mpaka apewe hiyo ngoma. Noma sana. Kitu ambacho kilipelekea Jay Jone ana akili sana kwa kuniita kwenye hiyo session usiku. Mbona yule ka hit? Mbona yule ka first hit? Show kila mkoa ikosi group is kwa guest list. Okay, yule baada ya kuwa hit kaanza kupata shows. Immediately yani. Yes. Bana. Yule toka ka hit nikaanza kupata shows. Kana napiga show na single moja. Kwa sababu nilikuwa MC, nikifika pale mabiti kibao ninapiga ma freestyle. Na alipo tunapiga una yule mwisho. Show imeenda na bookings zinakuja kama kawaida. Kabisa. Fantastic yani. Ikabadilisha maisha. Nika sio tu nakaa kwa babu lakini na msaada pia. Na ni vipi mshikaji wako Admadi hapa? Admadi anaenda kunintroduce pale. Mimi nilikuwa nakaa bado kwa babu. Nilikuja kuhamia kwao. Nilikuwa shatoa una yule. Na nilibidi nihamie kwao na sababu zangu ambazo zilinihamishia kwao. Ya kwanza nilijikuta nipo katika mtaa ambao mimi ni mmoja kati ya vijana wachache ambao walikuwa na mafanikio, napiga pamba kwa vijana wote na nini.
Kwa hiyo nikajikuta na zile challenge ndogo ndogo. Kuna madada wa watu wanataka, dada za watu wanataka pia. Mimi tayari naishi na misingi ambayo nimeshapewa na babu kwamba mtaa huu usingoe demo wa mtu wala dada mtu. Wewe mambo yako unaandaga Masaki huko na Kinondoni malizana na mambo yako huko staki. Babu yangu alikuwa ni mtu mmoja alikuwa msomi, lakini pia ameishi pwani sana, kwa anajua mila na desturi za huku na nini, kwa alikuwa na misingi mingi ambayo alinikabidhi. Unaelewa yani kuna masharti mengi alinipa, usingoe watu wa huku, usifanye usifanye, yani utaleta ugomvi. Usifanye kama kushindana, usiwe mtu wa show off. Ni vitu vingi. Moja ya vitu vyake ilikuwa ni usijihusishe na wadada wa huku kwa sababu wote wana watu wao. Utaleta ugomvi. Sasa mimi nikawa na anko wangu ambaye nimemzidi miaka kama 10 hivi. Hakuwa mtundu sana. Hao madada wengine wako tayari paka kuhonga. Huyo anko wangu huyo anachukua hongo hizo. Kwa madai kwamba atafikishia ujumbe kwa mwamba. Amekaa katika. Nakubali sana. Atafikishia ujumbe kwa mwamba na nini. Umeelewa? Kwa hiyo kumbe anachofanya yeye anachukua zile hongo zao, afu anakuja mimi katika simu yangu anachukua mimi ndo mshikaji wangu ule. Na kazangu geto la uwani kule ndo mshikaji wangu ambaye ananitaga report ananitia misosi, ametoni nini ndo huyo. Kwa hiyo ana access ya simu yangu, sasa akachukua simu. Mimi najua kama anachukua simu anafanya vitu vyake, kumbe anachat na watu wangu kwa kupitia namba yangu mimi. Kwamba yani kwamba anajiseti kwamba mimi jamaa kashafikisha ujumbe ya mwezi kwa anko wake, anko ndo anajibu vipi, jamaa kaniambia hapa na nini, mwenye mbona kama anakuelewa si nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo washikaji ambao wana namba zangu kule wanaona mimi na chati na dada zao au madem zao, mimi sina taarifa. Siku moja natoka zangu studio, sina ile alile, nimesimama kwa mangi pia nachukua vitu vyangu vya usiku kabla sijaingia ghetto kujichimbia, mpaka kutoka kesho asubuhi sio kuna vitu vyako unachukua pale. Package inaitwa hiyo. Package fulani. Unaona? Bando. Yani vitu kama hivi. Nikakutana. Nikakutana na bisibisi. Watu wa TV watakuwa wanaona hii, ndio maana mara nyingi mnashauriwa mwe mnaangalia kupitia YouTube. Bisibisi ndio hiyo. Tuko na TVE, kwa hiyo wanaona kote. Kwa hiyo nilikuwa niko fit kwa matizi na nini. Ndio miaka pekee ambayo nilikuwa na 6 pack by the way. Baada hapo nilipoondoka haijai kurudi tena. Umekuwa na 1 pack. Na 1 pack. Inabadilika 1 pack, 2 pack. Inarudi 1 pack. Mambo ni magumu sana. Mambo ni magumu sana. So jamaa alipopiga hiyo, sababu nilikuwa ni mtu fulani ambaye matizi nilimdotoshia hapa kati tu moja. Akajikuta katoa katika mtaro pale. Alafu nikatoa kama kauli fani ya kibabe. Kwa mimi ndio maana naga spendi kupigana na watu kwa sababu naweza nikaua mtu. Sitaki mambo hayo. Watoto wakakubaliana kwamba kweli mnyama anaweza kaua. Umeelewa? Sababu nimempa mtu moja chuma kimoja katulia mtaroni. Jamaa pangi kwa anajifanya dogeni. Mnyama. Story. Afili nimesikia story zake kwamba nani? True story jamani. Sasa msala uko wapi? Msala ni kwamba nimerudi kwa babu, natoka damu mkononi. Ili yeye sasa, kwa sababu kwanza yeye ni mwenyekiti wa mtaa, anaandikie nipelekwe Amana kwenda kutibiwa. Bana. Imekuaje? Sasa huo mtu nikakutana na risala sasa. Nilikwambia, ushashindwa kukaa huku. Huko ananipeleka Amana hapo. Yaani anapopeleka Amana sijasikia neno pole hata moja. Ni lawama tu. Kwa nini umekuja huku unazingona na watu? Yaani nimechezea lawama tu. Paka hospitali nimetibiwa, nimemaliza, narudi nyumbani nachezea lawama tu. Kabla nimekuelewa babu, acha nikalale. Sawa, lakini ndio nishakwambia huko pasha kushinda wewe. Ni kama atakuniambia sasa wewe ondoka. Sepa. Lakini sasa akawa anashindwa kwa sababu nilikuwa mshikaji wake sana. Lakini kile kitendo cha mimi kupigwa bisibisi alijua bisa kama mimi ndio nimezingua. Paka tunakuja kufind out kesi ni nini. Tunakuja kuondoka kwamba ni anko wetu. Anko Mudi ndo kachezesha. Ilikuwa too late. Kwa sababu mimi mbona sijaongea na watu. Kwa hiyo fast forward ilifikia tu akabidi aniruhusu tu nihame. Yes, kwa sababu tayari nilikuwa nishaanza kujipata kisanii na nini, akaona labda nikienda kukaa na wasanii wenzangu inaweza kanisaidia zaidi kuliko kukaa kule, na nishaanza kupata misuko na ugomvi na watu. Unajua sehemu kama Ilala zamani
uko kuna ugomvi na mtu ambaye ni kontawa wa Ilala, ni kama una shida na Ilala. Zamani ilikuwepo sana. Yes. So moja ya vitu ambavyo vilinisave ni kwamba nilikuwa na shida na huyo mtu mmoja tu na nilikuwa mistakenly identified. Yani nilikuwa sijamkosea kweli. Okay. Kwa hiyo ikapelekea wale wahuni wengine waone sio jamaa anaishi love tu jamaa ya ina noma potezee basi, lakini kama unakuwa unazingua kweli wale jamaa swala la mtungo wanalijua vyema kabisa. Yes. Kama mzingua mtu mmoja kwa una kesi na watu kama 15 wengine ambao hawajui. Mbaya zaidi ni hawajui. Watu bwana kumind tu wanakusikilizia kwenye kona au nini. Kweli. Yaani zamani kwa kawaida tu kusikia mtu apiga bisibisi na nini. Wewe unakumbuka kama hata mambo kama Viwembe. Arusha wametoka kumzika Jason Juice. Na he saw as well. Hapo nyuma Fazaneli. Ilikuwa nini? Namba Mendeka vizuri. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuwa unaona namna ambavyo ni muhimu kutoka drone na jamii. Sahihi. Pasina kuleta makuzi yote na nini. Yaani kuna mitaa inabidi utoke drone na watu. Kwa bana poa tupo poa fresh. Hamna haja kujifanya ni wewe ndio shababi au mkubwa wa kazi. Sahihi. Kuna wakubwa wa kazi wa maeneo yao na washachukua hivyo vitengo siku nyingi. Sahihi. Kwa sababu wameshavuruga siku nyingi. Sasa mkubwa, unajua kuna jinsi fulani ulikuwa unazipiga zile, yani kama mbana kidogo afshini kama ilikuwa imeachia kwa jinsi zile lazima ungoe zile kita. Sasa unajua mambo ya zamani tena. Sasa zile jinsi zile bana tulijinoga kwenye huu wimbo. When we get back, baada ya wimbo tutazungumzia kidogo kuhusiana na hizo vitu, lakini hii inabakia kuwa ni moja kati ya ngoma za Fid Q zenye heshima sana, na ukiachana na huyu na yule, yenyewe pia ilikuja ikaendeleza umwamba wa Fid Q, na rasmi sasa akawa tayari anajulikana kwamba ni MC na rapper hatari zaidi kwenye game. Inaitwa fidq.com. Kwa inabidi tuminye ngoma tuendelee na story zetu. Na hii ni the classic ya Fid Q, a very special one, na nikukumbushe kwamba the classic hii ina jambo zuri zaidi mbele yetu, na mbele yetu pale ni tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka huu hapa 2025. Jambo lenyewe ni kwamba Fid Q, baada ya haya yote ambayo anatusimulia, hizi ni safari zake ambazo kusema kweli zinasisimua sana hadithi zake. Kwa hiyo baada ya haya yote ambayo atakuwa anatusimulia, sasa ana jambo la kutupatia, na jambo lenyewe ndio hiyo tarehe 2 mwezi wa 5 pale kwenye ukumbi wa The Cask hapo Kawe Beach hapo. Fid Q sasa atahitimisha kwa tamasha la nguvu sana la Bongo Flava Honor, ambalo kimsingi litakuwa ni la kipekee sana. Umezoea kuona watu wakiperform masaa mawili, but Fid Q ana masaa 3 na band, na tunafahamu ukali wake anapokuwa na band. Kwa hiyo hakikisha kwamba wewe unakuwa ni sehemu ya historia hii. Kuna plaque pale atakabidhiwa, tunafahamu hilo, lakini pia kile ambacho atakwenda kukifanya pengine hutakishuhudia tena sehemu yoyote, kwa sababu hii ni Bongo Flava Honor very special ya Fid Q. Kwa hiyo tukusanyane wote tarehe 2 mwezi wa 5, tukutane hapo, na itakuwa ni siku nzuri sana bila shaka kwa wana hip hop wote na wapenda burudani wote kwa ujumla. fidq.com. Kuna hadithi nyingi sana hapa zinaweza kupatikana. Video zilikuwa kidogo ngumu sana, zilikuwa kupatikana kwake ni ngumu sana kupatikana. Unaweza kutupa hadithi ya video, lakini pia una utazamaje wimbo huu? Kiachana na yote hayo, baada ya wimbo huu ikatokea hadithi mbaya sana ya mtayarishaji wa wimbo huu pia. Na mimi binafsi huwa ninaamini kwamba kile kinachotokea kina sababu. Baadaye uliendelea ukapata maproducer bora zaidi, lakini kwa namna huu mua ulivyopigwa huu na yule bwana, kama hadithi singegeuka, ninaamini kuna vitu vingine vya hatari zaidi vingeweza kutokea, hususan ukizingatia huyo bwana ndo mtu ambaye nilirekodi naye Chagua Moja version ya kwanza. Unaona sasa, ambao ndani yake ilikuwa na Rado. Wacha bwana. Turudi katika swali la kwanza na pili. Swali la kwanza na la pili, Video unakimbia. Yes, sahihi. La kwanza ni kuhusu hii video ya .com. Kihistoria, hii ndio video ya kwanza kushutiwa na kamera 2. Yani iliwekewa kamera 2 location. Usually watu wanaingia location sehemu ya kushoot video na kamera moja tu. Bana. Kwa hiyo hii ndio video ambayo director alienda na kamera 2. Ikakaengo huku, ikakaengo nyingine huku. Umeelewa vizuri Yeah. Faraji wa Mwananchi
ambaye ni moja kati ya madistributor wakubwa hapa nchini ya enzi hizo. Zamani kwa tuna madistributor kama watatu. Kulikuwa kuna Bonge ambaye ndio Mamu Stone na Faraji. Nielewa vizuri. Faraji Mwananchi alikuwa ni biggest fan of FeedQ. Faraji, okay. Yes. Kwa ulivyotoka.com akasema Fidi, bana na video shoot, yani napenda kweli ile shoot video yake katika collection. Bongo collection volume ngapi sijui, weke hii. Hizo na shoot video, mwindi anakuwa ananunua ile video. Nafikia kwa tulipa sijui 500,000 enzi hizo sijui 300,000. Unampa video yako anaweka katika kitu kinaitwa Bongo Flavor collection. Volume 1. Humo ndani kuna mangoma kibao, mwindi labda kuna mpaka nampenda Bekize, nampenda Kiko. Na wewe humo ndio. Sijui umeelewa vizuri. Yeye anakamilisha collection yake, vitu vinaenda mtaani. Ndio. Umeona. Kwa hiyo ndio video ya kwanza location kupelekwa kamera mbili Bongo. FeedQ.com. Alishoot Jejo ambaye sasa hizi ni mtu ambaye ni mtu creative sana. I don't know anafanya kitu gani sasa, lakini najua atakuwa anafanya kitu kikubwa tu. Jejo show. Jejo show. That's a guy I'm talking about. Atakuwa kwa sehemu anafanya kitu kikubwa. Shout out kwa Jejo. Najua atakuwa anasikiliza kwa sababu hivi ndio vitu vyake. Alright. Kitu namba 2 ya .com ni ngoma ambayo ilivyotoka usiku ilintroduziwa na Captain. Captain alikuwa ni moja kati ya mapresenter wa kwanza kabisa kuintroduce muziki ya Captain G. Yes, Captain G. Rest in peace, bro. Yes. Apumzike pema, endelee kupumzika pema. Alitambulisha katika namna aliongelea historia yangu mimi na yeye kwamba mimi nilikuwa ni yule kijana ambaye namfuata yeye, alikuwa anafanya kazi FM Music Bank, duka la kuuza muziki, CDs na tapes, cassettes. Nilikuwa nenda kumcheka na mwambie bana, kuna albamu mpya ya Wu-Tang imetoka mwezi huu, unayo? Na kuna albamu mpya ya Snoop Dogg unayo? Sina. Kuna albamu mpya ya SQ imetoka, unayo? Kuna albamu mpya ya Fugees unayo? Hivyo. Kwa hiyo anachukua albamu ambazo nimemuandikia kisha anaziagiza na anazileta dukani. Kwa hiyo hapa story kama hiyo na story nyingine nyingi kuhusiana na masuala mimi na yeye, kwa naenda kuongea naye masuala ya muziki kwa sababu yeye ni muuza muziki. Kisha akapiga ngoma. Alipopiga ngoma akapata simu nyingi sana za kurudia hiyo ngoma, akarudia kama mara 6. Usiku mmoja kwa anatabia kuintroduce ngoma usiku. Akarudia mara 6 hivi. Kesho yake asubuhi pale Boucher Records kuna wasanii kama 50 au 60 na wanakuja pale, wanakuja kufanya booking ya kurekodi na karibia wote kauli yao ni moja tu. Hapa ndo hiyo ngoma mpya leo rudi. Uko narudi katika gari lako. Unasema sasa shaka inakuja. Aisikize.com vizuri kwa narudi. Kwanza mwanzo mpaka mwisho. Ule uandishi na mambo ile mstari mpangilio na kila kitu. Ndio namna ambavyo imekuwa kama msanii kwa hip hop kuandika hivyo. Na swali hapa ambalo linahusiana hivyo. Ili msanii wa hip hop ngano kama wewe ndio unaandika. Inabidi uandike kwa mfano kama ile .com ilivyoandikwa. Hapo Fid. Nakaribisha swali. Kuna marafiki zangu wawili actually wamenitumia swali moja linafanana. Maswali mawili lakini moja linafanana. Au marafiki zako? Moja ni Yakville yuko Mwanza na Mwaisa. Nadhani Mwaisa rafiki yake Jabiri anasema kwenye FeedQ.com ameitaja na kufunika wimbo wa Lodize. Inaonekana alikuwa anamkubali Lodize muda mrefu. Binafsi ile beat na namna alivyo flow naipenda. Sasa ngoja niende kwa Mwaisa hapo. Ameuliza the same. Mwaisa amenitumia maswali mawili. Swali la pili anasema nauliza ukaribu wake na Lodize kwa sababu Fida anamtaja kwenye .com akirap na kufunika kama Lodize wakati Lodize hakuwa akifahamika sana, ila ni kweli na kufunika ni ngoma ya Lord. Na kufunika mimi nilikutana nayo sorry Dioni. Na kufunika mimi nilikutana nayo studio. Mimi nilikuwa mshikaji wa D-Money. Yes. Downtown Records. Downtown Records hiyo. Au Damian Luena, D-Money Downtown Records. Downtown Records ndio walio rekodi na kufunika. Sasa sababu nilikuwa ni mshikaji wa D-Money, alinisikilizisha bana ngoma hapa ya msanii kutoka Arusha tu Lodize nini na kufunika. Nikasikiliza I was like wow, hii yenyewe inabidi itoke. Kwa nilipenda kana msisitiza D-Money aitoe. Umeelewa? Hapo sija record.com. Lakini ndio nishaanza kuwa legend sasa na washikaji wa producer nini wanaweza nikawatembelea kanipigia vitu mabiti yao na nini. Nafikiri alinipigia hata kuniconvince nifanye naye kazi. Yeye kama producer. Umeelewa vizuri bana, kuna ngoma kama haya nimefanya. Unajua producer wa zamani inabidi kupigia na kazi zake. Ni producer siku zake na Moru unaweza kupiga dundo lako tu katuma bana na dundo hapo. Umeona? Nimepata urahisi wa digitali ule. Umeelewa? Kwa hiyo nilimjua Lord kwa kupitia kusikilizishwa na D-Money. Fast forward, kumbe Lord huyu ni mshikaji wangu ambaye ndio kwa mshikaji wangu pekee wa Arusha, huyu bwana Rahim Pendeza. Au ambaye anajiita Masaya Ikatai, ambao ndio huyo
auja kusimamia ile bendi ambayo kuja kuleta kina Christian Bale. Sasa Rahim na Lord kumbe wamesoma shule moja, wamekulia sehemu moja Ololo, umeelewa vizuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikaanza kuwa namtembelea Rahim Arusha, ananiambia mshikaji wangu pia mwingine ana chana Lord ni huyu hapa nini, ndio tukakutana huko. Kwa hiyo Rahim ndio alikutanisha na Lord, kwa nikutana naye katika safari ambayo mimi nimemtembelea mshikaji wangu kwao, ndio akaniletea na Lord huyu hapa. Okay. Just like that tukaconnect, tukawa washikaji. Hajafanya kazi, tukawa tumeconnect tu washikaji, tunaweza tukaenda Arusha tukahang, tufanyaje basi. Ikaa hivyo tu. All right. Yeah. Okay. Haya bwana. Nilikuwa na mimi .com hiyo hiyo. Swali langu tunarudi pale. Ndio kibao pia ambacho kiliperformiwa kwenye Hip Hop Summit. I remember. Na ndio msanii pekee aliperform kwenye Hip Hop Summit. FQ na kibao ni .com ambacho kilinyanyua wana hip hop wote wakaamka na kucheza. Kwamba hii ndio anthem yetu sisi wa hip hop. Sijui umeelewa vizuri eh? Sio kama kwa hakuna performers wengine, lakini ilitokea kwamba inabidi FQ ndio perform. Baada ya kuwa maongezi yameisha na kila kitu, na watu na wana hip hop wote walikuwa ndani ya nyumba walijirusha vizuri kabisa kiroho safi kama anthem yao. Haki zote zimehifadhiwa jamani. Inabidi sasa tu tunawawekea na hizi waone watu walivyokuwa wanajirusha na kila kitu. Na hiyo sasa ndio kakujibu kule. Kwamba nilikuwa na watu wengi wanasema kwamba inspiration yao FQ. Baada ya interview za karibuni wanakataa kwa sababu ya mpiano. Baada ya kupiga dundo na chini. Idea kumshirikisha. Sawa. Mimi narudi kwenye ile namna ulivyosema ni wimbo uliotengeneza hizo impact. Namna kuna kauli ilitumia ilitengeneza manuscript na watu wakabadilisha rap styles na nini ya hapo. Kwa nini ulikuwa unaamini hivyo? Naamini hivyo kwa sababu ngoma nyingi za watu wa hip hop zilizofuatia ilibidi zipite na hiyo script. Yani ilitumika kama mwongozo wa uandishi. Umeelewa? Na kuna wasanii wengi tu ambao wanafanya vizuri hivi sasa wako wanaambiwa wewe unataka kufanya hip hop, unaweza kaandika kama FQ alivyoandika kwenye FQ.com. Wanakuwa wanaulizwa na watu wao wa karibu huko. Alright. Kwa hiyo ilikuwa inatumika kama mfano kwamba mwana hip hop unatakiwa uandike hivi. Kumbuka .com mpaka kesho ina bars mbili ambazo nimezitumia sana hata kufungulia show zangu. Wakupigia ngumi ya jicho na wewe mpigia sikio. Akiuliza unaonaje na wewe muulize unajisikiaje. Of course, Okay. Yule kukupiga ngumi ya jicho wewe unampiga sikio. Inamaanisha kwamba wewe maumivu unayaona tu, lakini yeye anayasikia. Anasikia zing. Kwa hiyo umeshinda wewe kwa kumpiga sikio. Lakini ina maana zaidi ya hiyo hapa. Okay. All right. Sawa. Anyways, nilikuwa najaribu tukupata hiyo maana pia. Na usihofu kwa sababu tuko pamoja hapa. Tunaweza kushare haya ambayo tunazungumza bwana, tunaweza tukashare vizuri tu. Wewe kama una swali lako unataka kuuliza, basi unaweka hapo na inakuwa ni fresh tu yani, na tunaweza tukaenda vizuri kabisa bila ya shida yoyote, au sio bana? Sasa nitacheza wimbo huu kama ni classic jam of the hour number 2. Ile ya kwanza ilishapita, sasa hii ndio classic jam of the hour number 2. FeedQ.com tunafahamu ukubwa wake na heshima yake. Huyu na yule tunafahamu ukubwa wake na heshima yake, lakini probably hii inaweza ikawa ina heshima kubwa zaidi ya zile. Tunaweza tukashare pia zaidi ya hizo mbili ambazo zimetangulia hapo kati. Na kusema kweli watu waliotoka huku walikuwa wanajivunia sana. Dude linaitwa Mwanza. Majani. Nafikiri kwa krediti kwa huyo. Ila sasa hivi nimesahau sawa, limeisha. Bana alikuwa bana Msindi ulikuwa umekusudiwa wewe ndo mfalme atakayefuata baada Selemani. Alafu kuna sehemu moja anamwambia bwana ndugu yake Soge anamuita Kobe. Hawezi mshinda mbio farasi. Kwa hiyo bwana Sulemani Msindi bwana, heshima kwako bwana. Mimi lakini kumbuka kama mimi nilikuwa na mkoto Soge dogi tu. Wewe ulikuwa na mkoto. Kabisa. Soge ndo kana anamuita Kobe, hawezi mzidi mbio farasi. Yeye kwa mimi kamfikishia ripoti. Umejitoa mimi. Bahati nzuri mtu labda akiwa mchonganishi, kwa sababu umesema anamuita. Yani tayari. Sasa mimi nilimsikia Sogi. Si ndio umesema anamuita Kobe. Hawezi mshinda. Ndio nikamwambia, yani peleka kama chawa Sogi.
Sogi. Taarifa hizi zitamfikia bwana Sogi. Alifuataga na naona kama ananipakazia kabisa hapana nimekusikia. Sogi wewe tu mchana Sogi mmoja kwa bisho spina na mama vile vina mbaya Hivyo na boy yule. anashindana na watoto na Sogi utafiri karudi na miaka 18. Sasa unajua na nini kipato? Shina kipato. Kweli kipato leta majivuno. Inakupa kiburi cha majivuno. Kule mzigo tayari ushaingia ule. Mzigo umeingia. Bana. Ana 700 yule. Sogi. Uchonganishi huu. Mimi sina nimeshangaa. Wewe unaona kama utoto. Umeona kapiga koti fulani hivi kama la Jim Jones hivi kipindi cha baridi NYC. Kwa maana yake na Enrico naye kibunda kipo. Kuna picha Anavalishwa maana yake sasa picha moja ni Mbona chokonoa mbali huko? kaenda mbali. Kuna picha moja kaipost juzi. Yaani almanusha ni sio Mario, kucheki vizuri yeye. Akawa kisasa mno. Sogi sasa hivi ana designer rafiki yangu. Shout out to Sogi Leo Dogo. utavaa hivi kesho utavaa hivi. Tunarudi kwenye Mwanza. Hili dude sijui unalirate vipi baina ya huyu na yule FidQ. Tusende huko mbele hapo hizi tatu. Utaniambia una rate vipi. Lakini nikwambie tu kusema ukweli kabisa miongoni mwa biti zangu pendwa kabisa kwenye hip hop. Kutoa watu wezi hii ipo. Wewe unajua mimi ni mgonjwa sana wa bassline. Kwa kila ninaposikia ndio maana unasikia mabiti mimi ninayo na wala hujai kunipa. Lakini nalo. Sasa unaweza kujiuliza nimelitafutaje? Nimechezesha huko mpaka kwenye ma AI huko. Kuna ma DJ muongea nao. Nikakulamba. Sasa mimi nilichokifanya siku unajua alhamdulillah tuna AI. Kuna AI mwanangu zinatoa vocals, zinatoa kila kitu. Nimeacha beat. Basi mmeweza. Hii ni AI. Akili mnemba no. Akili mnemba. Yaani nikwambia hii ni AI. Fanya namna basi na nipate mwanao. Hiyo AI. Beat nitakupa. Hiyo AI brother lazima ulipie. Moruo usikia ngombe kitu kimoja. Mbona unataka kwenda kama nani unataka upewe samaki baada ya kuomba nyavu? Kwa madundo mengi zaidi. Mimi huyu nikimwomba AI hawezi kukubali. Mimi nitakupa AI lakini unalipia ndo shida. Sawa? Sawa. Imekaa vizuri. Oh, utawalipia walungu. Utaingizia dola zao. Lakini pia kuna the intro hii ngoma inavyoanza. Unasikia ile kama movie. Kama movie. Atatuelezea. So Fidi namna unavyoirate kwanza Mwanza lakini pili kuna atmosphere fulani nikisikiliza huu wimbo mimi sikuwepo lakini kuna picture fulani naipata like majana alikuwa hivi na Mwanza unajua kuna vitu kuna atmosphere fulani ambayo inaonekana haikuwa ya kawaida sana. Uko sawa sana kwenye hilo swali au kipengele hicho kwa sababu by the time na rekodi Mwanza mimi nilikuwa ni rafiki wa TID. Cha niweke vizuri. Nilikuwa ni mshikaji wa TID ambaye ndio na hang naye. TID akiwa tajiri yangu ashatoa zeze na nini. Kwa hiyo TID alinipenda mimi kwa sababu alinikuta ni mtu fulani ambaye na misimamo mingi. Nilikuwa ni mtu ambaye naweza kumkumbusha sometimes kusali na nini. Umeona na vitu vingine. Unamlingania? Kwa namna moja au nyingine nahisi naweza nikatokea mstari wa mbele kama mtu ambaye nishawahi kumlingania yule kijana. Mashaallah. Mamake anafahamu hilo. Mashaallah. Una fungu lako shehe. Na fungu langu. Kabisa. Sasa nilikuwa naenda kurekodi Mwanza TID kwa na Karina nyeusi. Ndio alimpakia akanipeleka studio. Hizo Mwanza hiyo ni sauti ya TID. Bwana. Wow. Tulipomaliza kurekodi hiyo ngoma, Majani akatupa rough kwenye CD tukasikilize. Alitupa mida kama ya saa 1 kasorobo jioni. Tumesikiliza hiyo ngoma mpaka saa 9 usiku tunazungana kwenye magari tofauti viwanja tofauti vya Masaki Billiards sijui wapi. Kuanzia Slipway Billiards sijui Bawan. Viwanja vyote vya zamani vile. Mpaka Bills tukamalizia baadaye ndio tukaenda kundrop nyumbani nilikuwa nakaa Mikocheni hapo. Wakati wa Mwanza. Kaenda kuni drop. Ndo anaipiga stop pale tap. Afa kanambia oya hii hapa hit. Akanigea CD yangu yanaenda kulala. Umeelewa vizuri? Sasa Mungu alivyokuwa mwema zaidi siku ambayo tunaenda kwenye kinyang'anyiro cha tuzo nilienda hivyo na TID. Nimekaa naye backstage tumetulia. Kwa hivyo tangazo mimi mshindi yeye ndio kwa mtu wa kwanza kunipongeza. Bwana.
My Shout out guy, to TID. you've arrived. Umefika. The king you are now. Afia anaitaga Rock City. Mtoto Rock City. Umefika. Yeah. Nenda. Kuonekana zangu juu kwenda kuchukua tuzo. Kwa tuzo yangu ya kwanza niko na yeye. Kwa hata picha ya tuzo, mtu ambaye nilipiga naye picha ya karibu ni kwa tuzo yangu ni yeye. Yes. You know, hiyo picha huwa nayo siku zote. Kwa hiyo nikipost kuhusu mwanzo utaona nina picha niko na TID. Na TID. Yes, niko nimeshika tuzo yangu ile. Alikuwa ni mshikaji wangu, alikuwa ni shabiki wangu ambaye mimi nilikuwa napenda art yake pia. Unamzungumzia TID Wazeze. TID Wazeze alikuwa kama Chris Bono hivi sasa. Unaelewa vizuri. Hapo ndo yeye anatengeneza hela zote. Getting all, you know, group love yote, ukienda na SM yote kwa watoto wote wanaanza na yeye kwanza. Wanaanza na yeye of course. After salaba wewe kwa sababu ndo naye nini na umekaa kibandili kidogo. Unaweza kuotea katika ule ugomvi. Kwenye ule ugomvi wa nyasi, ugomvi wa tembo ule. Unaweza kaenda kama nyasi ukaumia kidogo mahala. Unaelewa vizuri. Yaani ndo kama hiyo. Alafu ni mtu ambaye ana moyo mmoja. Watu wanajua hawamjui TID. Ndio hapa nilikuwa nataka kusema kuna stories ambazo hazisimuliwi mpaka wale wahusika wazisimulia about TID. Yani nimeshakutana na watu wengi ambao wanaweza kusimulia hizo stories, lakini yani mpaka wao kama hivi sasa leo wewe uko nyuma tutukia mwingine unajua kwamba bwana hii ilikuwa TID. Umeona ile story ya Mzungu Kichaa? Kwamba alipata nafasi ya kurekodi hili game kwa sababu ya TID. Kwamba TID ale ambao bwana ingiza hizo sauti, kwa hiyo Majani hakumtimua Mzungu Kichaa kwa sababu ni yuko na TID. Umeona mambo haya. Kwa hiyo kuna stories nyingi ambazo zinamhusu. Kwa hiyo ana tabia ambazo watu kwa bahati mbaya watu wengi huwa hawapati muda wa kuziongelea. TID ni mtu ambaye ukienda naye sehemu na anaingiza hela, lazima akutoe kidogo. Hata kama hujahusika kwa jambo lolote lile. Na haujahusika katika jambo lolote, lazima akutoe kidogo, anakuambia nilikuona, anakuminyia kidogo. Afu ndo anaweka hela yake mfukoni. Ana hiyo culture tangu enzi hizo. Mashallah jambo. TID ni wale washikaji ambao wewe ni mshikaji wake na hauna kitu na mmetoka out, yeye ana hela, atakuminyia kidogo. Oya, kuna muda mimi nitatoka kidogo kaumu. Lakini nisikilizio usiondoke, nakuja kuchukua takudrop home. Unaelewa vizuri? Tofauti na ile ya ujiko anatoa yeye yani TID ni mtoaji. TID ni mtoaji wa hela. TID ni mtu wa kunjua roho mtu mwingine apate au apewe nafasi fulani. TID sio mbanaji. TID ni mtu ambaye yuko tayari kugawana na watu kidogo ambacho wanapata. Sahihi. Lakini pia ana sikio la kusikia. Anafanyaga branda zake tofauti tofauti. Mimi ninaweza kumwandikia katika inbox tu, oya, hiyo imezengua, hiyo post imezengua hapo, shusha. Anashusha. Anza sinaambia chochote. Akapiga tu okay. Au hata sijibu. Nikirudi baada ya dakika moja kuta kashusha. Huko waliko atakuwa amekasirika, Rock City kanipigia nitoe hizi. Fala kweli yule. Lakini kashusha. Yes. Yuko hivyo. Huyo ndio TID ambaye mimi namfahamu. Umeelewa? Yes. Nazungumza hili swala kwa sababu hili sio swala la kawaida kwenye tasnia yetu. Sahihi. Tasnia yetu imejaa watu ambao wana husda, wana wivu, hawapendi kuona watu wengine wakisogea. Na mimi huwa nawaambia watu kila siku, hata kama upendi mtu apate, it's okay kutokupenda mtu apate. It's okay. That's fine. Upasi kuwa na roho nzuri. Unaweza kaamua tu kuwa na roho yako ambayo unajisikia wewe, ni kitu sawa. Lakini isifikie hatua kwamba wewe Moruo hutaki mimi nipate. Lakini jina langu limetoka katika meza ya fursa limetajwa, afu kalikataa pia likatwe. Hapana. No. Wewe chuna tu vunga. Acha jina langu litajwe, na kama watu wengine wameamua nipate, acha nipate. Kwa sababu kwa tena limetajwa na ukaamua kwa kwanza kusema hapana, jua kuna siku itakurudia pia. Sahihi kabisa. Kisha kutokea hivi. Ndugu mtangazaji. Mara nyingi ukiona unaongelea kitu jua kimetokea, nimekisikia au nimekiona. Inaweza kutokea. Sawa. Mara nyingi kuongea kuhusu kitu, ujue nimekisikia, kimetokea au nimekiona. Takubali. Yes. Yani sio mambo sadikika. Sawa. So huu ni wimbo ambao ulikuja ukawa hit, lakini kama ulivyosema kila jambo zuri huwa lazima nalo la changamoto zake, ukaamsha vita. Vita ya hiyo line hiyo sio ile line mimi ndio fama tafuta au nini ile si kila